brandoso. Celebesto pocunde eriste. Alamandri itelleturunostum brangiste. Rendane boron nanandi di estepanombra. Brumba stupekete mi astoke. Raan supra erutumata. Paradinde miando soroto. Kerendurista. Thank you. Moronasta. Saparodomosipaya. Paradoso prefendo di sapa. Father, we thank you today for your hungry people that have come. Baba, ni asante leo kwa watu wako ambao wako na njaa na wamefika from every place kutoka kila mahali pote and in between. Na pia karibu. You brought them here umewaleta hapa for a specific purpose. Kwa makusudi maalum. And that purpose shall be found even in the service today. Hilo kusudi litapatikana hata katika ibada siku ya leo. We take every person and we attach them to heaven's eternal purpose. Tunashikanisha kila moja na makusudi ya Mungu ya kiungu ya kimilele. That not one person under the sound of my voice hamna aliye chini ya sauti yangu will walk around aimlessly. Atakaye toka hapa hivi hivi tu. But everyone will receive heaven's mission for their life. Kila mmoja atapokea ujumbe wa mbingu kwa ajili ya maisha yao. Of the reason why you put them here on the earth. Kwa sababu ya kuweka hapa katika sayari dunia. You didn't put them here just to exist. Hujaweka hapa kuwa tu kiholela. You didn't put them here just to survive. Hujaweka hapa tu waishi maisha hivi hivi. You put them here to occupy until you come. Umeweka hapa wakamiliki ili wafanyike. And you haven't come yet, so we have to occupy. Hivyo lazima kabla uje ukasema lazima tumiliki. So I pray an anointing on every man, woman, boy and girl in this place. Naomba upako kila mmoja, mwanaume, kijana, wanawake, kila mmoja aliye hapa. That today you will have your way and do your will. Leo ukapate njia yako na utende mapenzi yako. And between now and the conclusion of this service, na kwa sasa na tamati ya ibada hii, Holy Spirit, have free reign. Do whatever you want to do. Roho Bwana kuwa na nafasi, tenda utakalo. Turn this place upside down and inside out. Geuza mali hapa juu chini na nje ndani. Let everything that can be shaken, let it be shaken. Cha kutikiswa Bwana kikatikiswe. And have your way here. Na upate nafasi yako hapa. That Kenya will be shaken by your mighty hand. Kenya ikatikiswa kwa nguvu zako kuu. And thank you for each person that's come. Kwa kila mmoja ambaye aliyefika. I pray a special anointing on every business person. Naomba mafuta mabichi kwa kila mfanyi biashara. Every man, woman. Kila mwanamke na kila mwanaume. Every young person. Kila kijana. I pray the anointing upon every person in government. Upako wa kila mmoja aliye katika serikali. Even starting with the precious First Lady. Tukianza na mstahiki mama yetu wa taifa. And all those that stand in governmental places. Na wenye katika nyadhifa tofauti za serikali. That they will follow heaven's mandate. Ili wakafuate jukumu la kiungu la kimbingu. And not hell's mandate. Bali si jukumu la kuzimu. And I thank you for that. Asante kwa ajili ya hilo. And then all the bishops and ministers, full-time ministers. Na maaskofu walio hapa wa huduma wanaofanya kazi kila wakati. That every one of them will rise up and take their place. Kila mmoja wao akanyanyuke na kuchukua nafasi yao. They'll never be afraid of man. Wasiwaogopa chochote. That a fire will come in their mouth. Moto kawe kwenye vinywa vyao. And they'll speak as an oracle of God. Na wakaneni kwa ajili ya upako kwa ajili ya Mungu. So now Lord, have your way. Sasa Bwana, pata njia yako. And we give you all the glory, the praise and the honor. Tunakupa utukufu wote, adhama na heshima. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. And everyone said, na kila moja na aseme hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwake Mungu. Well, let's do this right now. I know that many people came in and greeted some people, but I like to do this. Najua wengi wamekuja, lakini hebu nifanye tendo hili kwanza. Just turn around and find somebody you don't know and just shake their hand, tell them you love them, Jesus loves them. Geukia mtu ambaye haumjui, msalimie, mwambie unampenda na pia Yesu anampenda. And then you may be seated. Alafu unaweza keti baada ya kumsalimia, unaweza keti mahali ulipo. Mwambie unampenda na Yesu anampenda, alafu keti mahali ulipo. It's with great joy that I stand here again this afternoon. Ni furaha kubwa sana kwamba nasimama hapa adhuhuri ya leo. With this wonderful group of people right here in this beautiful stadium. Kwa kusanyiko la watu wa ajabu hapa na uga hili la ajabu pia. With Her Excellency, the First Lady of Kenya. Na mstahiki mama wa taifa tuliye naye hapa. And then all the great bishops that are here. Na maaskofu wakuu ambao tuko nao. The great churches of Kenya. Watumishi wa Bwana hapa Kenya. We salute you.
tunawapa And kongole. just shaking hands with many, you can see mighty men of God. Ukisalimia watu naangalia kweli hawa ni watu wakuu wa Mungu sana, And they've really paid the price. na wamelipa gharama kweli. And then all the others just walk around talking to people. Na wale wengine ambao tunatembea ukiongea na watu And to see your smiling faces. na kuona nyuso za ajabu zenu. Somebody said, how do you know Kenyans are smiling? Nimesema kwamba Kenya, When you see their teeth. unapoona meno ya Wakenya unajua wako sawa If you can't see wanapotabasamu. people's teeth, they're not smiling. Somebody said, Kama hujaona meno ya mtu basi hajatabasamu. Kwa hivyo I'm smiling. na nyinyi watu wa ajabu No, you're not. mnatabasamu. Somebody said, I'm happy inside. Hivyo nimefurahi ndani. Then you notify your face. Ukisema una furaha ndani basi onyesha kwa uso nje. You update your Facebook. Alafu una update kwenye mtandao pale. If you're happy, Kama una furaha, send the notification to your face because it doesn't hurt. It never tuma hurts. pale, andika kwenye mtandao kwamba una furaha kweli. And don't get religious on me. Na usiwe mtu wa kidini kwangu hapa. I'm happy. Mimi niko na furaha, unavaa sura ya kazi. Amen. Ati You're not amina. happy. Hapana, wewe hauko furaha ukiwa I'm hivyo. very happy. Ati una furaha? Niko na furaha sana. Amen. Ati sawa. What do you think is a funeral? Unafikiri ni mazishi kweli? I don't see any coffin here today. Mimi sijaona jeneza hapa leo. We're not burying anybody. Hatuziki mtu hapa leo. So this is not a funeral. Hiyo si ni ajabu. Amen. Amina. Say this out loud. Say this is not a funeral. Ambia mwenzako hapa si mazishi hapa. Nobody's dead. Hakuna aliyekufa hapa leo. Somebody said, well, what is this? Mazishi basi ni nini? It's a celebration Hapa si mazishi, ni kunasherehekea hapa of the goodness of God. kwa ajili ya wema wa Mungu. It's the gospel. It's good news. Kwa maana injili ni habari njema. Good news makes you happy. Habari njema inakufurahisha. Bad news makes you sad. Na habari mbaya pia nazo zinahuzunisha. God is good. Mungu ni mwema. The devil is bad. Shetani ni mbaya. Amen. Amina. Joy is good. Furaha ni njema, ni nzuri. Laughter is good. Na kicheko pia ni kizuri. Depression is bad. Amen. Amina. We're not serving depression here this afternoon. Hapana, atupeani hapa kugandamizwa mchana wa leo. That is being served somewhere else downtown. Labda ni sehemu nyingine mahali tofauti. Umekuja mahali kasoro. Amen. Amina. If you came here for good news, you came to the right place. Kama ulikuja hapa kwa ajili ya habari njema, basi umeingia mahali panapofaa. Amen. Amina. Turn to your neighbor, say, I came for good news. Mwambie jirani yako nimekujia habari njema mimi. Mwambie And hivyo. before the service ends, Na mwambie kabla ibada ishe, you will see my teeth. utaona meno yangu. Somebody just took out the teeth Mtu tayari ameshaonyesha and meno. held them in their hands. Unajua It's a joke. They didn't do it. It's just a joke. ni mzaa tu, ni mzaa. You know, sometimes I entertain myself. Sangine huwa mimi najifurahisha mwenyewe tu. I learned to do that in the years in the ministry. Huwa nafanya hivyo kwa miaka nyingi katika huduma, najifurahisha tu. Because if you stand where I stand, look what I have to look at. Kwa maana mimi labda maoni yako sijali sana, lakini huwa nafanya kujifurahisha. You have to entertain yourself. Amen. Lazima ujifunze kujibamba. Vijana wanasema hivyo, unajifurahisha. Praise God. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to kwa Yesu. And you know, God has a wonderful sense of humor. God has a wonderful sense of humor. Mungu pia ni mcheshi. Mungu ana hali yake ya ucheshi. Mungu, because He made us. kwa maana alitutengeneza, tuumba. And if you don't believe God has a sense of humor, Wewe kama uamini Mungu akona hali yake ya ucheshi, when you wake up in the morning, ukiamka asubuhi, just look at yourself in the mirror wewe ujiangalie kwa kioo kidogo, and you realize utashangaa. He has a great sense of humor. Utasema kweli Mungu ana hali yake ya ucheshi kweli. Amen. People in the world, everybody wants to be somebody else. Kila mtu anataka kuwa kama mtu mwingine duniani hii. In America, Kule Amerikani, they're always changing their face. hata mauso wanabadilisha nyuso zao. They get big lips. Mtu anaweka midomo mikubwa, Then they make it their face. anafanya You don't mageuzo. even know who this person is. Hata hujui ni nani sasa huyu. And then they can't smile because they got all the Botox. Sasa kwa sababu amegeuza And they've lifted their face so many times. na unyuso wamegeuza mara nyingi.
if they ever get around any fire, they will melt. Wakipita mahali kuna moto tu, hiyo joto inayeyusha walichopaka. I tell people, just be happy who you are. Wanaambia watu, wewe kuwa na furaha jinsi ulivyo, uko sawa. When I was a little boy, when I was a little boy, other kids said, you have a big nose. Nilikuwa kijana, walikuwa wananiambia nikiwa kijana mdogo kwamba ati wewe una pua kubwa. I breathe more air than you do. Nikawaambia napumwanga kukuliko. You will have shortness of breath and I have more air than you. Mimi napumua zaidi, pua yangu ni kubwa, napumwanga zaidi kukuliko. Niko na hewa nyingi. Amina. Some people, they don't like their ears. Wengine hawapendi masikio yao. In America, kule Amerikani, everybody wants to get a tan. Kila mtu They anataka want to go darker. They want aende to kwa go get daktari tan. afanywe mageuzi hapa na And you pale. come to Africa, everybody's trying to get light. Like what? Unashangaa huyu Just mtu. be happy. Lazima uwe na furaha. When I first arrived in America, Kule Amerikani, they said, where are you from? umetoka wapi? Unauliza hivi. I said, I'm from Africa. Sema nimetoka Afrika mimi. They said, you don't look like an African. Sema wewe ukai kama Mwafrika. I said, I'm an African. Mwambie mimi ni Mwafrika, na mwambie hivyo. Well, how come your shade is so light? Na mbona ngozi yako I iko said, hivyo? ask God, that's where he put me. Nawaambia muulizeni Mungu, huko ndiko aliniweka. God doesn't make mistakes. Mungu yeye afanye makosa. Amen. Amina. But when you travel to 89 countries, Lakini unaposafiri mataifa mengi kiasi in hicho, every country I've been, whatever they are. na kila taifa mahali walipo. If I'm in Japan, I'm Japanese. Ukiwa Japan, mimi ni Japanese. If I'm in Korea, I'm Korean. Nikienda Korea na kuwa Mkorea tu. And wherever I am, that's what I am. Na Amen. mahali nilipo ndivyo nilivyo na hawa watu. So I happen to be Kenyan today. Sasa basi mimi ni Mkenya basi. And before the service, I will run around the track 3 times. No, I'm just teasing. Na kabla ibada nafanya ucheshi tu mzaa. I want you Nazunguka. to take your Bibles today, if you would, please. Nataka uchukue Biblia yako tafadhali leo. I want you to go with me to the book of Acts. Twende kitabu cha Matendo ya Mitume. And we're going to go look at chapter 19. Tutaangalia kifungu cha 19. Now, probably what would be good if I bring this down there, because I never stay up here. You can stand there. You can stay there. I'm going to walk around. Mimi nitasimama hapa, tumishi atazunguka I've got to get zunguka. my afternoon workout. Amina. That's the side to be right there. Hapo kuna watu kweli, hapo kuna watu wako sawa hapo. Something's happening over on that Kuna side. kitu pale. Wacha tuangalie kama wako katikati wako sawa kama wale. So if you see me spending time over there, Sasa you know what ukiona happened. naenda kona ile ingine, pale kuna watu wamesisimuka, wamechangamka. I'm going to go to whatever side responds. Amen. That's fine. That's fine. That's fine. Hapo ni sawa. Amen. Acts chapter 19. Matendo 19. And before I get to the river today, Kabla niingie katika mto leo, I want to talk to you ningependa about the power of the gospel, niongee kuhusu nguvu za Injili which we already saw this morning, ambazo tayari tulijionea asubuhi ya leo. because the gospel actually flows like a river. Kwa maana Injili kawaida inatirika kama mto. What the devil always does is try to capture it and bottle it, Shetani hujaribu kudhibiti, aizuilie, because he can make money off of it. kwa maana anaweza akafanya biashara na That's jambo what hilo. religion does. Dini huwa inafanya hivyo, mazoea yake ndiyo hiyo. And God, this thing's not going to, Mike, it's not going to work, guys.
Kipaza sauti shughulikiwe. Give me. Testing 1, 2. Okay. Sawa. That's a radio headset, and there's times it works back home, but yeah, it doesn't work. Kwa nini nyumbani iko sawa na hapa ina It itilafu? doesn't know Swahili. Ni kama hiyo kipaza sauti haijui lugha ya Kiswahili, inalemewa ikumani imefika Kenya hapa. Amen. Amina. So when Jesus came, Basi kwa kati Yesu alikuja, he brought freedom. alileta uhuru, He brought life akaleta uzima, and brought good news. na akaleta pia habari njema. Man always wants to capture that. Mwanadamu wakati wote angependa kunasa hilo. And you can see that actually happening on the Mount of Transfiguration. Katika mlima wa mgeuzo unaona tukio hilo. When Jesus was there, Wakati Yesu alikuwa pale, and Peter even said, Lord, it's good for us to be here. na hata Petro akasema, yapendeza tuwe hapa Let's Yesu. build 3 denominations. Hebu tuende katika madhehebu 3. One for you, one for me. Dini yako moja, nyingine yangu. Man always wants to put God in a box. Na mtu angependa wakati wote amuingize Mungu katika kisanduku. And God, you can't put him in a box. Hauwezi ukamuingiza Bwana kwenye You kisanduku. can't put a line. This is where you come. That's how far. and no Huwezi further. chorea Mungu mpaka kumwambia tukitembea utafika hapa That's pale what usiende. revival comes and messes up everything. Ndio uamsho ukija unachafua kila kitu. And there's an upheaval Na kuna watu ambao because people don't want to let go of the past. watu wapendi kuachilia kale yao. Well, that's the way we've done things for years. Unasema tumezoea tabia hiyo miaka nyingi. I've done things for years. Nimefanya pia vitu miaka But we nyingi. have to be spontaneous. Na lazima tuwe na hali ya kutembea Because na the upya wa Holy sasa. Spirit is spontaneous. Kwa maana Roho Mtakatifu ni wa hali ya sasa. Throughout the book of Acts, it's the suddenlies of God. Matendo ya Mitume ukiangalia kuna kazi za If kifaa. everything is laid out, Kila kitu kioko pale bayana. I talk to ministers. I talk to ministers, Huwa naongea na wahuduma wengi. and they say, my calendar is booked for the next 5 years. Wananiambia, I said, wow, nasema haya, the next 5 years? miaka 5. You booking yourself in a church that won't even exist 5 years from now. Basi wewe sasa unaweka kwenye kanisa ambalo halitakuwepo wakati huo How, ukifika. how do you know that church is going to be there? Unajuaje kanisa litakuwepo Think wakati about huo? what we just came through. Lockdowns, COVID-19. Hebu fikiria matukio ya juzi tu, corona. Huge churches in America that are closed. Makanisa makubwa Amerika So yalifungwa. if you were booked to speak there, Sasa basi kama ulikuwa umeambiwa utahubiri kule, I'm booked to speak at the big convocation there in January of 2023. ati nangoja kuhubiri pale kongamano kubwa katika Januari 23 mwaka. Church doesn't exist. Hata kanisa hilo Has to sasa shut the doors. halipo, milango He's in the walifunga. Bahamas. Wako Bahamas, He's on the beach. kule katika ukingo wa He bahari. left. Alishaondoka. So you have no clue what's going to happen. Sasa wewe hauna dokezo ya matukio. The Bible even says, Maandiko go, pia inasema, in the book of James, go to now you that say, today or tomorrow we'll go to such a place. wewe ambao unasema leo kesho tuna pali fulani, enda sasa. We'll live there for a year. We'll sell, we'll buy, we get gain. Tutaishi hapo mwaka, tuuze, tufanye faida, tuendelee. He said, you don't know what your life is. Nasema ba ukiwa hivyo It's wewe even a hujui. vapor that appears for a little time and then vanishes away. Inakuja muda mfupi afu inatoweka. It's gone. But that you ought to say, Lakini unastahili kusema, if the Lord wills, we should do this and that. Bwana kama ni mapenzi yake tutafanya hiki sasa. So if we say God's going to shake Kenya, Kusema Mungu ataenda kutikisa Kenya kwa God mfano. needs to help Canada. It's like pretty bad right now. How many know people in Canada? Kama anajua watu wa Canada It's bad there right now. ni mbaya sana pale, hali si nzuri kule Canada. If God's going to shake Kenya, Ikiwa Mungu atatikisa Kenya, and we say, okay, Lord, if you're going to shake it, you're going to do this, that, that. You don't know what God's going to do. mwambie kama atafanya hiki na kile, wewe hujui atafanya nini Mungu. You don't know what He's going to do. Hujui atafanya You nini. know that it's going to result in people being saved, healed, set free, and delivered. Ndio kutakuwa na wokovu, You ukombozi know na the watu church is huru. going to grow, Ndio kanisa but you litaongezeka don't know idadi, how He's going to do it. lakini haujui atafanya kwa So njia if gani. it's down to the structure of what we used to, Kama ni katika michakato ya we're always matukio going to yetu, just put God into the box. So ni
Unaingiza Mungu kwa We're sanduku tu. starting at 7. We'll go. We're going to do this. This will happen. That will happen. Alafu naweka ratiba, saa 1 ni hili, saa 2 hili, saa 3 tafanya hili, itatokea lile. What if you got up and the Holy Ghost blew the whole place under the power? There's nobody doing anything. Ukasimama na ghafla na Roho aachilie upepo wake na nguvu pale, ukawa hakuna mtu ana kazi ya kufanya. Oh, we will never allow that. Ati hapana, tutakubalisha hilo. So we won't allow that. Atakubalisha hilo. Well, then you can't say, Holy Spirit, come and do whatever you want to do. Basi ni makosa kusema basi Roho Mtakatifu ati njoo ufanye utakalo. Because you actually saying, Holy Spirit, come do what you want to do as long as it meets my approval. Kwa maana unaambia Roho basi shuka ufanye utakalo, bora iende sambamba na michakato yangu. Somebody said, yeah, but if I don't have it written on a paper, then I'm getting nervous. Ndio anasema ati kama sijaandika nakala zangu ninaogopa, naingia wasiwasi. Whose problem is that? Sasa hiyo shida ya nani hiyo? Somebody said, well, let's see on the paper what do we do next? Tuangalie kuangalia karatasi sasa tutafanya nini? We follow the Holy Ghost. Unaangalia ratiba, hapana mfuata Roho Mtakatifu. Well, I don't know how to follow the Holy Ghost. Atijui kufuata Roho Mtakatifu. That's why we got to teach people how to follow the Holy Spirit. Tunafaa tufunze watu jinsi ya kumfuata Roho Mtakatifu. Amen. Amina. And that takes time. Na hiyo inagharimu muda. Jesus said, my sheep know my voice. Yesu akasema kondoo wangu The hujua voice of a sauti yangu. stranger they will not follow. Sauti ya mgeni hawafuati. And just because there's a microphone doesn't mean to say somebody needs to get it. Na kwa maana kuna kipaza sauti, imaanishi mtu yote tu anaweza kuchukua kipaza sauti hicho. And just because there's a microphone doesn't mean to say that you have to get the microphone. Imaanishi kwamba ati kuna kipaza sauti pale mbele basi ni sharti uchukue wewe uanze kuhubiri. Everybody's just staring at me right now. Na wale wananiangalia saa hii. Now you might not know this. Waweza kuwa ukose kujua hili. But our ministry paid for this whole event. Lakini huduma yetu ililipia mikutano hii yote kabisa. Everything. We paid. Everything. Tumelipia kila kitu. So if anybody should be saying anything, it should be me. Yote ambaye anafaa kuwa anaongea si mimi. I paid for this. Bana nimelipia. If you want to speak, you pay for the whole thing. Ukitaka kuongea basi wewe ulipie. I give you the microphone, I go. Nitakupa mic na niende. I'll go look at the elephant. Nitaenda kuangalia ndovu kule. It's not a problem. Si shida hiyo. Because everybody wants anybody else's microphone. Kila mtu anataka kipaza sauti ya mtu mwingine ambao ni yake. Go get your own stadium. Wewe chukua uga yako mwenyewe. Go get your own meeting. Enda chukua mkutano wako. Go book your own meeting and you have your own service. Na uwe na ibada yako kwa mkutano wako kwenye uga wako. God sent me here with a message. Mungu kanituma hapa na ujumbe. I've only got 2 days. Na niko na siku 2 tu. I came to deliver it. Nimekuja kupeana ujumbe. And I'm going to deliver it. Na nitawasilisha ujumbe huo. Some people might not be too happy. I don't care. Labda wengine hawafurahi sana. We're going to see Kenya shaken by the hand of God. Tuone Kenya ikitetea nguvu zake Mungu. Now, somebody said, well, if you don't do exactly, you will never be invited back. Unasema basi usipofanya tunataka wewe utawahi alikwa tena Kenya. I've never been here in 43 years. Mimi sijawahi kuja hapa miaka 43. The world is a big place. Ulimwengu ni uwanja mkubwa. There's many countries still waiting for me to come. Kuna mataifa mengi yananingojea bado. I've got no time to waste. We have limited time. Mimi sina saa ya kuharibu, tuna wakati mfupi sana. Amen. Amina. So I'm not meaning because I don't know anybody here, so it's not like take it personal. Sitaki uchukulie ubinafsi nilichosema. I'm just saying I came here with a mission. Nimesema tu nimekuja hapa. And by tomorrow night, if I haven't done it, then I've failed. Na jukumu na kesho kama nitakuwa sijamaliza, nitakuwa nimeanguka. I'll go home and tell our church. Nitaniambia kanisa langu nyumbani. We spent $350,000. You can make a run for the door right now while you can. Na kama watu hawapendi, kimbilia mlangoni, wewe chomoka mapema wakati wako ulipo. This is not a game. Kwa maana hapa tufanyi mchezo. The whole future of Kenya depends upon this breakthrough. Siku za usoni za Kenya zinategemea upenyo huu. Listen to me carefully. The whole future even of your churches depend upon the breakthrough. Nisikie kwa makini. Siku za usoni hata za kanisa lako lategemea upenyo ulio hapa. Everything in the world is changing with rapid pace. Kila kitu ulimwengu kinabadilika kwa mwendo wa kasi sana. And there are people that are not happy with what God's doing in Kenya. Na kuna watu hawafurahi kile Mungu anafanya Kenya. They're not happy with the president and the first. Hautafanya hawafai. I pray God move them out. Naomba Mungu akawaondoe. Get them out. Watoke away from them. Awatoke pale. And I pray supernatural protection on you. Na naomba ulinzi wa kiungu kwa rais na mama wa taifa mstahiki. The plan of God will not be stopped. Mpango wa Mungu hautazuiliwa. The plan of heaven will not be stopped for this land. Mpango wa mbingu hautazuiliwa. Amen. Amina. Have you found Acts chapter 19? Je, umepata Matendo ya Mitume 19?
If you haven't, just look on with the person next to you. Wewe kama hujafika pale, angalia Biblia ya mwenzako. Acts chapter 19 verse 1. Matendo 19 mstari And wa it came to kwanza. pass while Apollos was at Corinth, Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, Paulo akisha kupita katika ya nchi za juu akafika Efeso, and finding certain disciples. akakutana na wanafunzi kadhaa. Everywhere you travel, Kila mahali unaposafiri you will find certain disciples. utapata wanafunzi fulani, But that's all they are. lakini ndivyo walivyo, Certain disciples. ni wanafunzi tu fulani. Hey, He said to them, akawaambia, have you received the Holy Ghost since you believed? je, mlipokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? They said, we haven't heard that there is a Holy Ghost. Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Wherever I travel, even in America, Hata naposafiri hata kule Amerikani, there's people, they don't even know that there is a Holy Spirit. hawa watu hata wajui kama Roho Mtakatifu yupo. They think the Holy Spirit's a dove. Wanafikiria Roho Mtakatifu ni njiwa. He's not a dove. Roho si njiwa, He's like a dove. yeye ni kama njiwa. We were in a meeting. Kwa mkutano It fulani, was like this, and a bird, a dove, flew in. mkutano kama unajiwa ghafla And akaingia there kwa were mkutano. people, hallelujah. Watu wakaanza kusema, oh, I said, no, it's hallelujah. just a bird. It's Nikasema not, hapana, huyo ni it's ndege not the tu. Holy Spirit. They thought it was a Holy Spirit. Huyo si Roho Mtakatifu, ni njiwa tu, ni ndege. Walifikiria ni Roho Mtakatifu. Kawaambia, la, ni ndege wa kawaida, jiwa. So people, Watu they didn't know that there is a Holy Spirit. hawakujua kwamba kuna Roho Mtakatifu. Or they maybe heard that when people get baptized in the Holy Spirit, Labda walisikia watu wanapobatizwa Roho they Mtakatifu speak in tongues. na wanaongea kwa lugha, So then they don't like that. No, I don't like the language. na But wanasema hii the mispendi Holy lugha. Spirit's not a language. Mispendi lugha. Roho anapeana lugha. He's not a language. Ana lugha yake. He's not a bird. Yeye si ndege, Not si a jiwa. dove. Yeye si jiwa, si Are ndege. you with me? Pamoja nami He's God the Holy Ghost. ni Mungu Roho Mtakatifu. And when he comes in, he takes full control of your life. Na anapokuja achukulia usukani maisha yako makamilifu yote, And you get a language. na unapata lugha But that's to help you to pray. ambayo inakusaidia Because kuomba. many times you don't know how to pray like you should. Mara nyingi haujui kuomba jinsi Then the Holy ikupasavyo, Spirit prays through the perfect will of God. na Roho anakuombea ndani yako kupitia mapenzi makamilifu ya The Mungu. devil hates it because he can't understand it. Shetani hapendi kwa maana haelewi And the lugha. demons sit around, they try to crack the code. Mapepo yakaribia kuelewa lugha But yako it's a hiyo, hotline to heaven. na inakuwa ni And they say, simu what moja is he moja ya praying? mbingu. What is he saying? What is he saying? Wanashangaa unapoongea kwa lugha unasema And nini they wewe. go crazy. Wanaenda kichaa kwa maana hate it. hawaelewi When people speak in other tongues. watu wanapoongea kwa lugha mpya. And then you build yourself up. Unajijenga mwenyewe Like a generator. kama generator, Like a dynamo. unajijenga. You feeling like weak, you just hold up a shoot. Unaishi ni kama tu nguvu za You ingia. got generator. Unakuwa generator You just, and you charging yourself. na unajitia But nguvu he, beloved, mwenyewe, building up yourself ukijenga on your most holy faith. katika imani yako praying in the Holy takatifu, Ghost. kiomba katika Roho. But not just a language, because many people have language, Si lugha tu, kwa maana watu wengi wako but na they don't lugha have power. lakini hawana And the Holy Spirit nguvu. comes with power. Roho haji na lugha pekee, You anakuja na shall nguvu. receive power. Anasema mtapokea Power. nguvu. And that word power is dunamis. Neno hilo nguvu ni Dynamite. dunamis, ni Dynamite, explosive ni power. kilipuzi, nguvu za kulipua. Hallelujah. Haleluya! Today, God will give you explosive power. Leo Mungu atakupatia nguvu za kulipua, za kilipuzi. There are people in the world Kuna watu duniani that put bombs on themselves ambao wanajiweka and mabomu, blow themselves up for their religion. wanajilipua mahanga kwa But ajili ya people dunia here yao. today Lakini watu will hapa have leo Holy Ghost power in them, watapokea nguvu za and they Roho will ndani go yao. everywhere, Wataenda kila and mahali, they will blow themselves up. watajilipua lipua kila But mahali, not to anybody's detriment, but to life eternal. lakini kuingiza katika uzima wa milele. Hallelujah. Haleluya! And the devil will warn everybody about you. Na shetani ataonya kila So mtu don't kukuhusu. let them come there. Watawaambia If they come there, you're going to lose msikaribie territory. pale huyo If you mtu. come there, Ukienda pale, whatever we had going on is going to be broken. kila ambacho tunaendeleza hapa Those kitakaharibika. people are Holy Ghost Wale people. watu ni watu wa Roho, Those people know how to pray. wanajua kuomba, Those people have power. wana nguvu, Those people are not ashamed. hawaoni Those haya, people are not afraid. hawaogopi, Those people will never bow. hawatainama, They know their God. wanajua Mungu
Mungu wao, those that know their God wanaojua Mungu will wao do exploits in His watafanya name. mambo ya nguvu I ndani yake. believe this field is full of people that are going to do Uwanja umejaa exploits watu ambao watafanya malipuko in His name. kwa jina lake. And I want to say this to many of the senior people of God. Niseme watu wa utumishi wa Bwana walio wakubwa hapa. Don't let the younger people say, you know, you need to take it easy now. Useme vijana ati wewe punguza mwendo kijana wewe. Wacha mbio. Don't listen to them. Msiwasikize. Young people talk rubbish. Don't listen to them. Msiwasikize. The Lord has prepared you for this hour. Mungu anakuandaa kwa ajili ya saa hili. And the Bible says, Biblia inasema kwamba you will bring forth fruit in old age. Mtazaa mazao kwa And you will uzee see wako. more happen Na utaona mengi in yakitendeka the next 10 years kwa than in the miaka past 50 years. 10 ambayo inakuja. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwake Mungu. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. So don't let them write you off. Hivyo usiache wakwambiwe ni bure. You must take it easy. You know, Kijana, you work so hard for God. Enda pole pole we bado. You and Mama just take it easy. We tulia wewe mama. Go sit on the beach somewhere. Yeah. But there's still a fire on the inside. Lakini kuna moto ulio There's ndani still a bado. fire on the inside. Kuna moto ulio ndani bado. No, there's another church you're going to build. Kuna There's something else you're going to do. Kuna kanisa la kujenga bado. Hallelujah. Kuna jambo lingine la kufanya bado. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. All right, let me get back to Acts 19. Twende pale tena kwa Matendo 19. So they said, we've not even heard that there be a Holy Ghost. Wakasema hata hujawahi sikia kwa habari za Roho Mtakatifu. So he said, under what baptism were you baptized? They Akawauliza basi mbatizo na unto ubatizo gani? John's baptism. Wakasema ni kwa ubatizo wa Yohana. So Paul said, well, John verily baptized with baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Wale wakasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. And when they heard this, they were baptized again, this time in the name of the Lord. Waliposikia haya wakabatizwa kwa Now jina la watch Bwana this. Yesu. Angalia hapa. When Paul laid hands on them, mstari wa 6, na Paulo the alipokwisha Holy kuwaweka Ghost mkono, came on them, Roho akaja juu yao, and they spoke with tongues and prophesied. wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. So there was a sign that took place Kulikuwa na ishara where he iliyotokea. went to put his hands on them. Alipowekelea The mikono, Holy Ghost came on them. Roho akaja juu yao, And then the things of the Spirit begin to be made manifest. na watakatifu wakaanza kudhihirishwa. Now, in the context of what we're looking at, this sounds great. Katika msingi ambao twatazama yapendeza kweli, Except in your church. ila kanisani kwako You know, especially if it's new people. ila kama ni watu wapya, kwa People mfano coming off the street. ambao wanatoka kule As you mitaani get saved. wanaokoka, And now suddenly the Holy Spirit comes on them. ghafla Roho anakuja juu yao, And then people always wondering, like, calm down now, calm down. naambiwa hapana, wewe tuliza You know, bio, I was also like you one nilikuwa day. kama wewe wakati mmoja. And people always get, young man, come over here. Kijana kuja I've hapa, been in the way for 40 years. nimekaa kwa njia hii miaka And, 40. you've been in the way too long. You blocked the way. Nobody can Ndio come through. umekaa kwa njia mpaka umekuwa kizuizi, hakuna wa So what you kupita. end up doing, you take the fire, you take the enthusiasm, and you calm it down. Unachukua You can't do that. Hauwezi When fanya somebody hivyo. is freshly saved, you must put purpose to it. That's what we did earlier today. mtu kama ameokolewa, naweka With kusudi ndani souls, yake, you must go tell the world. endo waambie ulimwengu. Because if Sasa you put the fire out, all you're going to end up is a room full of religious people, Yeah. and they sit and look at you every Sunday. usipofanya hivi, itakuwa na watu wako pale, washirika wa kidini tu, Jumapili wanakuangalia na macho ovyo. Amen. Amina, Hallelujah. wanakuambia haleluya, And then you go through the traditions. alafu unapitia ratiba zako za How many dini. have an unspoken request? Wangapi wako na maombi ambayo wangependa kuombewa, waninua That's mikono, why it's unanswered, because it's mikono unspoken. nusu mlingoni, And mlingoni. some of the prayer requests you should never speak because they're not praying good prayers. Na maombi mengine hata haifai kunena kwa sababu si Lord, maombi mazuri. kill my mother-in-law. Unasikia mtu akisema Do- Bwana do- naomba, Who has an unspoken request? ati nani ambia kuna maombi ambao hataki kutaja, mkono juu. I don't pray for unspoken Mimi requests. siombi maombi ambao hayajatajwa, Because some people are not praying good prayers. kwa maana you know. wengine hiyo maombi hataji, si ombi nzuri. I want to find out what I'm praying for. Ningependa kujua naombea nini. All right, so yeah, Sasa basi the hapa Bible says Paul laid hands upon them. Paulo akawekelea mikono hapo, And there were 12 people. na walikuwa watu tena shara. Now,
I love numbers because Napenda hesabu kwa sababu on the day of Pentecost, it was only 120. siku ya Pentekoste walikuwa And 120 I tu. thank God for the way churches are growing today with thousands. Kanisa limekuwa leo kwa maelfu na maelfu. But I'm coming down to a number here Lakini naja kwa hesabu hapa. because these were 12. Hao walikuwa 12. It's very interesting. Jesus picked 12. Ni kushangaza Yesu pia And so here's alichukua Paul. 12. He's got 12. Paulo hapa naye pia And ana they're all full of the 12. Holy Ghost. Wote wamejazwa kwa Roho. So you don't want 1,000. Hauhitaji watu You want 1000. to make sure you at least have 12. Angalau kuwa na And they're all 12 full of the Holy Ghost. na wamejazwa Roho Mtakatifu. So just like a car, you can check the petrol Kama vile gari ukiangalia petroli, is full. mafuta ikiwa imejaa, And you can see people, they're empty. unaweza angalia watu wako tupu. Lights always flashing. Unapata ile taa inaonyesha, They're on reserve. unasema hao na mafuta And yamekaribia now, of kuisha. course, everybody's a Tesla. Sasa kila mtu amenunua gari ya All the Tesla. battery's dead, you know. Uje Tesla nao pia beti zinaishanga. A battery operated car. Gari ambayo inatumia battery You hiyo. don't even know it's driving. Hata hujui kama You anaendesha. can't even hear it. Hata uisikii It's kimwendo so wake. quiet. Imenyamaza. I like it when you. Mimi napenda I gari like ikiguruma. to hear that power. Huyo na napenda kusikia mlio wa gari Amen. ikiguruma. And so I've got a truck that I drive, Ako na gari fulani ako nayo and we can carry a generator na unaweza beba pale so generator. that we can charge a Tesla if it's on the side of the road. Ile unaweza kucharge Tesla ikiwa Yeah. imekwama hapo. It's a gasoline car using a diesel generator to charge a battery-operated car Aha. because they want to save the planet. Wanapenda kuokoa dunia hii, sayari dunia. That's the worst thing out. Ninakwambia ni jambo hata Go to lipendezi. Paris. Enda They have pale. acres full of battery-operated cars they can't even use. Wameweka pale magari ambao yanatumia It just beti hata pollutes watumii. the whole. Don't get me started on this stuff. Don't get me started. 'Cause I got all the facts on it. Usinipate makosa, najua In mambo Florida, yanaendelea. we have hurricanes. Kule kuna The seawater comes in. zile dhoruba pale All the Florida. electric cars explode. Alafu zikija zile magari They blow za up. battery zinalipuka zenyewe tu. The moment salt water gets on the battery, it blows the thing up. Pakiingia hiyo maji ya chumvi inalipuka tu. So somebody said, "Yo, I got to plug it in every place." I don't plug my truck in. I put gasoline. Yeye anaweka mafuta petroli kwa gari yake. Somebody said, "Oh, the world's running out of gasoline." It's not. Anasema ati The earth has plenty of oil. petroli The inaisha earth duniani. makes oil. Hapana. Oil is not a fossil fuel. Mafuta iko It duniani doesn't come haishi. from dinosaurs. Haitoki katika The wanyama hao. oil is produced in the earth Mafuta yanatoka kule kwenye every dunia. 6 years, my friends. Kila miaka 6. Oh, I didn't know that. Sikujua You hiyo. were never supposed to know that. Hustahili kujua hata Because then they hivyo. can restrict you. Kwa maana watakuzuilia. Are you with me? Pamoja nami. Oil is always leaking into the oceans. Mafuta wakati It kule does that all baharini. the time. Baharini ipo Somebody said kile. it's pollution. No, the ocean neutralizes the oil. That's been happening for centuries. Bahari iko na njia yake ya kuhakikisha But mafuta iko sawa. governments won't tell you any of that. Na serikali itakwambia It's hivyo. all to manipulate and control. Wanataka tu kutawala hivi na mambo The yao. population just keeps going on into oblivion. Na watu wanaingia katika kutokujua The fight in the world today is over oil. The same thing in Nigeria, with the pipelines running up through Niger onto the Mediterranean. wanaweka bomba kule Nigeria. Nigeria cuts kuna the hili- electricity. Kuna umeme Now kule. Niger wants to fight with Nigeria. It's all over oil. Yani The mafuta fight in the vita. church is over oil. They don't want the oil getting to the people. Wangependa mafuta Because if the ifikie oil watu. gets to the people, Fikia watu people are not going to be compliant to religion and tradition. hawatategemea dini. And the fire is combustible. na moto ndio And that hiyo. fire will catch a hold. And you won't be able to stop the move of God. Hey. Churches will spring up Makanisa yataanza everywhere. kuinuka People kila will be mahali. worshiping Wataanza God. kuabudu watu. People will be running through the place. Watakimbia kwa Some sifa. say, well, we don't need to control them. We need to control. Brother, calm down. Itabidi wawake mpaka No, nawaambia people are going to hell. We're not going to calm down. Hautatulia chini watu wakielekea kuzimu. We're going to get fired up even more. Tutawaka moto It's zaidi. called Holy Ghost and Fire Encounter. Maana roho apate mapatano haya. So if this is a Holy Ghost and Fire Encounter, Kama ni and mkutano I wa just roho talk and you don't have an encounter, na uongee na hauna mapatano na roho then we must mtakatifu, scratch encounter off. basi lazima tuondoe mapatano nje kabisa. Yeah, but I'm not sure about the fire. Kuwa na hakika kuhusu moto. I know one church, they had the fire and they don't exist anymore. Najua kanisa moja ambalo likataa moto sasa halipo tena. What does that even mean? Inamaanisha nini hilo? On the day of Pentecost, Siku ya the Pentekoste Holy Ghost fell. roho alianguka. A few Kashuka. days later, Siku chache baadaye 2 people dropped dead in the service. watu wawili wakafa kwa ibada kanisani. And it was over an offering. Na ilikuwa wakati wa sadaka tu. Hey. Ananias
He Anania comes down there. akaja, Did you promise to give so much? alikuwa Yeah. ameahidi kutoa pesa kiasi fulani, He's dead. akaanguka They akafa. don't even stop the service. Hata ibada hii kumalizika, The deacons, they come, they carry him out. They Wal- take a spade, they bury him out back. wakachukua maasha wakamzika hata bila kamati ya mazishi. 3 hours later, Masaa matatu baadaye, nobody called us. Said, Safira, don't come. Don't come. Safira hakuambiwa usikuje ni kubaya. Don't come. Your husband. Safira, usikuje ni kubaya. No one warned her. Mume wako Nobody told her. amesha. Hakuna aliyemwambia. 3 hours later, she come. Masaa tatu baadaye Safira Did you kaja. promise this? Wewe si uliahidi And you hiki lied. na ukadanganya. Yes. Yeah. Naye pia chini They carried on the service. wakambeba pia huyo. In modern church, if that happened, everybody, okay, that's terrible, he died. Let's stop the service. Everybody goes home. Ingekuwa ni leo In a Holy ungesikia- Ghost church, you just bury them out back and Yeah, yeah. carry on. Ingekuwa the ni meeting. kanisa la leo ungesema watu ibada imalizike wamekufa. Lakini When- baada ya Roho Mtakatifu mnawazika na mnaendelea. When I was a little boy growing up in church, Kwa kijana mdogo when nikiwa we would kanisani, drive by historical churches, watu wanaenda kwa and makanisa they ya had zamani graveyards around the church, na kuna makaburi pale I kanisani. thought Nilikuwa nafikiria that church had much power hiyo kanisa ilikuwa because na nguvu those are nyingi. the people that died in the service and they buried them right there. I didn't know. Nilikuwa naangalia Because makaburi when you read nasema Acts 5, you know, they just Hawa buried ni- them outside. hawa ni kama walikufia kanisani wakazikwa hapo. I didn't realize that people wanted to be buried in the church. Mimi nilikuwa nafikiria kumbe watu wangependa kugeuza kanisa iwe And kaburi. if you go to England, there's whole churches Na with ukienda coffins everywhere. unapata kwa makanisa ya Uingereza makaburi kila And that's mahali. another story, Na hiyo ni kisa which ingine. we'll leave alone, yeah. Acha tuachane All nayo. right, so they're 12. 12. Now look what it says here. They went into the synagogue and spoke boldly. Wakaingia kwa sinagogi na wakazungumza kwa ujasiri, Boldly. kwa ujasiri, Boldly. kwa ushujaa na ujasiri. Say amen over there at gate 2 on the fire exit. Hebu semeni amen mlio pande hii. I'm talking to you. Naongea And na the nyinyi white pale. sitting there, the two ladies. Wale wamekaa pale kaliko unapa On the kitu outer pale. perimeter of the pavilion. Pale pande I can see tunaelekeza. you. Nawaona? They spoke boldly for 3 months, Wakaongea kwa ujasiri kwa miezi mitatu, disputing. akihojiana na watu. Somebody said, I don't want to dispute anything. Nasema mimi sitaki kuhojiana na You mtu. have to, men of God. Persuading the Wakishawishi things concerning the kingdom of God. katika mambo ya ufalme wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Somebody said, oh, I didn't know a man of God should do that. Nasema sikujua mtu Mungu anafaa kufanya hilo. That's why the church is not seeing results. Ndio kanisa basi leo halioni Because matokeo. everybody wants to choose their words correctly Kila mmoja angependa and kuchagua don't want to maneno. offend anybody. Hutaki kukwaza mtu, But you can't, then you're not speaking boldly. lakini hauoneni kwa In, ujasiri. in the Amplified Classic, Katika tafsiri ya Amplified it hiyo says here, they inasema spoke boldly, walinena kwa ujasiri, persuading, wakishawishi, arguing, wakibishana and pleading na wakisihi about the kingdom of God. kwa habari za ufalme wa Mungu. Now, stop for a moment and think about this. Hebu tulia utafakari jambo hili. Who is this? Nani huyu? This is the Apostle Paul. Huyu ni mtume Paulo. You couldn't get any better than him. Huwezi kuwa bora He kumuliko. wrote nearly 2/3 of the New Testament. Hata thuluthi mbili ya Agano Jesus Jipya. appeared to him on the road to Damascus. Yesu alikutana naye katika barabara ya Damaski. So you would think Unasafikiria that if the Apostle Paul was doing a revival, kama mtume Paulo alikuwa anafanya mkutano wa uamsho, it would be great success. kungekuwa basi ni mkutano wa faida But kubwa. that's not what happened. Lakini sio hivyo For ilitendeka. 3 months they were doing it. Kwa miezi mitatu wamekuwa wakifanya, And everything went upside down. na kila kitu wakageuza. Who knew what I'm telling you now? Who knew about what I'm Nani telling you? anaelewa kile ambacho nilikuwa Because nawaambia? everybody said, if Apostle Paul was here, he would do a great job. Wengine wanasema kama mtume Paulo angekuwa hapo angefanya kitu kubwa. No, he wouldn't. No, Angefanya. he would do it. If Apostle Paul was here, he would do a great job. No, he would not. Kama mtume Paulo angekuwa hapa angefanya kikubwa. Ala. Somebody even said if Jesus was here, he would do a great job. Hata wengine wanasema Yesu angekuwa hapa angefanya kikubwa. Jesus went to Nazareth. Yesu aliingia They Nazareti, could do no mighty work because of their unbelief. akufanya mambo makubwa kwa sababu ya Except kutoamini. he healed a few people Aliponya tu wachache of minor ailments. ya magonjwa madogo madogo, An ingrown toenail and a case of hemorrhoids. Minor ailment. magonjwa madogo madogo. Really is not a minor ailment if you've ever had an ingrown toenail or a case of hemorrhoids. It's pretty bad. You understand what I'm saying? Unaelewa kile nasema? Hiyo sio ugonjwa Nobody kubwa, got healed of a major miracle. It was just minor. ilikuwa Jesus. tu magonjwa madogo. I remember
In my early part of my ministry back nakumbuka katika huduma yangu 40 pale awali years ago, miaka 40 iliyopita, I went to a place and I preached my heart out. nilienda And nikahubiri I sana didn't see anything happen like I wanted to. na sikuona chochote So I got in the kinatendeka vile car. ninavyotaka. I said to my wife, I don't understand. I prayed for hours. I preached, and we didn't see much breakthrough. Nikamwambia mke wangu, mimi sielewi, So I'm tumeomba, praying. tumehubiri na hakuna In the kinatendeka. car, I said, Lord, if it's me, tell me. Mniambie I'll change. I'll change. Whatever you tell me to do, I'll kile change. nimebadilika, kile utaniambia nitafanya. And the Lord said to me, son, I wouldn't worry about it. Na akaniambia, Mungu akaniambia, mwanangu, mimi sijali. I went, what? He said, son, if I was there, I couldn't have done much more myself. And then I thought, no, this is the devil. I said, Lord, if you were here, you would do better. He said, no. I went and I could do no mighty work because of their unbelief. Na sikufanya makubwa kwa sababu I ya said, kutoamini. oh, I understand now. So God began to show me how to have revival. You have to bring the word of God and move that stuff out. Nikaelewa, nikasema Bwana uweze kunisaidia kuweza kuleta ufufuo ili uondoe hicho kitu itoke kwa watu. Like a Holy Ghost bulldozer. Na Roho Mtakatifu akashuka. And you use dynamite and you blow that up and you put the bulldozer through there. Akatumia mlipuko. Which preachers don't want to do that. Wahubiri hawasifanya hivyo. But that's what's going to shake Kenya. Lakini hiyo ndio inageuza ufalme. If you won't do it, kama hutafanya, God's still going to do what he does. Mungu atafanya anachofanya. I'll prophesy to you right now what's going to happen. Na kutabiria sasa kitakachotendeka. This will happen in Nigeria. This is going to happen in many countries. Ilifanyika Nigeria na nchi nyingi. If those that are in place will not do it, kama wale walio katika utawala hawatafanya, somebody and raise them up from nothing, Bwana and they will atainua accomplish yule it. ambaye ni bure. Because the work of God is going to be accomplished in this kazi ya hour. Bwana lazima Jesus itimizwe. is coming very, very soon. Yesu anarudi hivi karibuni. And God will put people in place that have a fire and a holy boldness where they have no fear of man. Bwana ataweka watu katika uongozi ambao hawana kuogopa watu na walio na nguvu ya Roho Because Mtakatifu. the Bible says the fear of man brings a snare. Maandiko yanasema kwamba kuogopa And people mwanadamu fall lete into that mtego. trap. So for 3 months, Kwa miezi mitatu, for 3 months, miezi mitatu, for 3 months, miezi mitatu. that's a long time. Ni muda mrefu huo. And then the Bible says, verse 9, when divers were hardened and believed not. Na maandiko yanasema lakini wengine walikaidi wakakataa kuamini, mstari wa 9. But spake evil of the way before the multitude. Wakitukana ile njia mbele ya mkutano. He departed from them. Akaondoka. In the Amplified says, but when some became more and more stubborn. Na tafsiri la Amplified inasema wengine walipoendelea kuwa wakaidi kama mikia ya nguruwe. So you're a pastor and you're preaching. Na mhubiri anapohubiri. And people becoming stubborn. And Paulo anahubiri na watu wanaendelea kuwa wakaidi. Hardened. Wamekuwa na mioyo migumu. Unbelieving. Wasioamini. Discrediting and reviling. Na kutukana na kuidharau. Speaking evil of the way of the Lord before the congregation. Na kuongea vibaya mbele ya umati. What did he do? Alifanya nini? Did he just stay there? Aliketi hapo tu? No. La hasha. It says he separated himself from them. Akaondoka akawaacha. Taking the disciples with him. Akawatenga wanafunzi na akawapeleka. And holding daily discussions in the lecture room of Tyrannus. Akihojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake From Tirano. about 10 o'clock to 3 o'clock. Kuanzia saa 4 hadi saa 9. That's 5 hours. Masaa matano. Every day. Kila wakati. And it says here, this continued for 2 years. Maandiko yakisema na ikaendelea kwa miaka miwili. So that all the inhabitants. Ili watu wote walioishi pale. Of Kenya. Wa Kenya. Come on now, I'm heading somewhere here. Ninaelekea pahali. And of course, it's talking in the context of Asia, Jews as well as Greeks, heard the word of the Lord concerning the attainment through Christ of eternal salvation in the kingdom of God. Wakasikia neno la Bwana kuhusu ufalme wa Mungu. And then God did unusual and extraordinary miracles by the hands of Paul. Na Bwana akafanya maajabu na miujiza kwa mikono ya Paulo. I'm not saying we can't have miracles here today. I'm not saying that. Sijasema hatakuwa na miujiza leo, hapana. Because wherever Jesus is, maana kila pali Yesu hapo lazima. I'm talking about shaking a region.
Nasema kutingiza eneo. It's going to take longer than 1 or 2 days. Itachukua zaidi ya siku moja ama siku mbili. In actual fact, if I stayed there for 3 months, ningeketi hapa, ningekaa hapa nchi hii kwa miezi mitatu. By the time 3 months ago, some people will want to kill me. Watu watataka hata kuniua. Are you with me? Mnanielewa? No, don't look there and shake your head. No, Pastor Rodney will never want to do that. You haven't heard everything I'm preaching. Bado sijalipua yote. As long as we talk about somebody else, you'll be happy. Yeah, they need to hear that, I'll tell you. But the moment, oh no. Wengine hapana. He's talking about me. Ananisungumzia mimi. So 2 years. Miaka miwili. 5 hours every day. Masaa matano kila siku kwa miaka. And then God began to do unusual, extraordinary miracles. Bwana akaanza kufanya miujiza hizi za kawaida. So that handkerchiefs, na hadi kitambaa, aprons or towels that touched his skin were carried away under the sick folk. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka kwenye mwili wake. And the diseases left them and evil spirits came out of them. Na magonjwa yakaondoka, pepo wachafu wakatoka. So if we talk of revival in Kenya, tukiongea juu ya ufufio hapa Kenya, we should believe God tunastahili kumwamini Mungu that over the next 36 months, kwamba kwa miezi 36 kutoka that in sasa, all 47 counties, katika gatuzi zote 47, churches, makanisa, become places, itakuwa maeneo are just open day and night, ambayo yamefunguliwa usiku na mchana, where people come from near and far, watu wanatoka mbali na karibu, and they don't have to go to witch doctors, na wataenda kwa wachawi, because the witch doctors are the only one in the neighborhood that has power. Kwa sababu ati ni mchawi peke yake ndiye ana nguvu katika maeneo. They don't have to go to fortune tellers. Hawataenda katika wasoma wapiga ramli. Somebody said people aren't doing that. They do that. Usiseme watu hawafanyi, wanafanya hivyo. Wanafanya hivyo. In America, kula Amerikani, there's even ministers that call witch doctors. Hata wahuduma wanaenda kwenye wachawi. Because their prophetic gift not working that well. Kwa sababu unabii, kipawa cha unabii hakifanyi kazi tena. So they call somebody to, wanamuita mtu, what's the Spirit saying? You know? Roho anasemaje? They're so deaf they can't hear the Holy Ghost. Ni visiwi hawamsikizi Roho. They want to hear what the devil has to say. Wanataka kumsikiza shetani anasema nini. We don't go to the devil to find out what's happening. Hatutaenda kwa shetani kumuuliza anafanya. We go to God to find out what's happening. Tunaenda kwa Mungu atujulisha anataka nini. The church has to fill the void. Lakini kanisa lazima liinuke. Man was made for the supernatural. Watu ambao wanatenda miujiza. And the supernatural was made for man. Na miujiza imewekwa kwa ajili ya watu na watu kwa miujiza. Man is a supernatural being. Na kwa sababu sisi ni viumbe vya kimiujiza. You get saved supernaturally. Uliokoka kimiujiza. You go from death to life. Ulitoka kukufa hadi uhai. You go from darkness to light. Kutoka giza hadi nuru. Wewe ni wa kimataifa. You get baptized in the Holy Ghost. Umeguswa na Roho Mtakatifu. That's supernatural. Wewe ni wa kimiujiza. You lay hands on the sick. Unaekelea wagonjwa mikono. That's supernatural. Kimiujiza hiyo. You go to preach the gospel. Unaenda kuhubiri injili. God confirms the word with signs following. Bwana anadhihirisha kwa ishara ifuatayo. There is nothing natural about the gospel. Hakuna kitu cha kawaida katika injili. It is all powerful. Injili ni nguvu. It comes with power. Inakuja na nguvu. And signs and wonders follow. Ishara na miujiza inafuata. Can you say amen? Semeni Kenya amina. The devil hates it. Shetani anaichukia. He can't stand it. Lakini hawezi wakaizuia. And so, kwa hiyo, because the attack against the supernatural being so big, kwa sababu ya kushambulia mambo yaliyo ya kiroho ya kimiujiza, people shy away. Watu utoroka na kuiacha. Because they don't want to be associated. Well, we're not like that. Kwa sababu hawataki kukaa pamoja, anasema sisi hatuwezi kuwa hivyo. Somebody said there was a man, he was selling salvation. Mwingine anasema kuna mtu alikuwa anauza wokovu. I mean, I've seen a lot of stuff over the years. Mimi nimeona mambo mengi katika miaka hii yote. People doing every kind of thing. You know. Watu wanafanya sarakazi zote. If you want a junior prophet, ukitaka nabii mdogo, $20 you get a word. Ni $20. Then, but you're not going to get a big word, just small word. Maybe it's a color and a month. Ukitaka mkubwa basi utaongeza. He's a learner prophet, you know. Blue in the month of June. Katika mwezi wa 6. Yani sarakazi zimekuwa nyingi sana. If you want a more advanced prophet,
Ukitaka wale manabii waliobobea it's $10,000. ni dola 10,000. And then you get a special word. Na utapata neno la specially. I've seen all that stuff. Nimeona sarakazi zote. It's nonsense, people. Listen to me. Ni kitu cha kijinga. You should go paying to get a word from God. Unaenda kulipa upokee neno kutoka kwa Mungu. I could teach you how to hear God. You never need to listen to God from somebody else. Ninaweza kufunza jinsi ya kumsikiza Mungu bila kulipa chochote. Usikize sauti yake. He will talk to you. Atakuzungumzia. And I'm not taking away from prophets. Mimi siwapige I believe in real ones. Ninaamini katika manabii wa kweli. Somebody said, well, what's the real difference between the real and the fake? Tofauti basi ya yule feki na yule wa halisi. The real always points to Jesus. Wa kweli anamsikiza Yesu. The fake always points to them. Bandia anajisikia yeye mwenyewe. I'm just going to tell you right now. Nawaambia sasa hivi. So when you draw everything to yourself, unapo kila kitu kiwe ni kwako, then you are abusing the gospel. Unachafua basi injili. But when you point everything to Jesus, lakini ukielekeza kila kitu kwa Kristo, because he's the one that gets the glory anyway. Ni yeye ndiye atachukua utukufu hatimaye. All glory, utukufu wote, all honor, na heshima yote to his name. Ni kwa jina lake. And then I also give him all the criticism. Na nampatia pia sifa zote. So he said, how can you do that? Unasaje kufanya hivyo? If you give him all the glory, ukimpa utukufu wote, and somebody accuse you, na mtu and you take the criticism, then inadvertently you taking the glory. Basi wewe utachukua utukufu. Because while you say I didn't do anything, now you're trying to defend yourself from what they said you did. Alafu unaanza kujiondoa kile ambacho umesema umefanya. Jesus said, Yesu akasema, it's not I that do the work, sio mimi nayefanya mambo, but my Father within me. Lakini Baba aliye ndani yangu, he doeth the work. Ndiye anafanya kazi. He's the one that gets the glory. Yeye ndiye upata utukufu. Can you say amen? Semeni amina. It's interesting to note, ni jambo la ajabu kuona, when you follow the ministry of Jesus, ukifuata huduma ya Yesu, that he actually healed people, aliponya watu, and said, na akawaambia, don't tell anybody. Msiambie yeyote. Don't tell anybody. Msiambie yeyote. He healed somebody, said, don't tell him. Anaponya mtu anamwambia, na msimueleze yeyote. Kwa nini? He would be inundated. There would be no place for them to go. Do you understand what I'm saying? Kwa sababu hataondoka. Unaelewa kile anasema? Now you can't heal a blind man and say don't tell anybody. Unaponya kipofu na mwambia asieleze yeyote. He's going to run and tell everybody. Atakimbia tu na kueleza kila mtu. So there's a lot of people always want everybody to tell. Kuna watu wengi wanaweza eleza. Not what Jesus has done. Kila Yesu, sio kile Yesu amefanya. But what they've done. Lakini kile wao wamefanya. Yeah, people come to me, my life was touched. I said, well, it's all the Lord, you know. Watu wengi wanakuja kwangu. Yeah, well, Pastor, we give honor where honor is due. Patia heshima pale heshima inastahili. There's a big difference between honor and worship. Unajua kuna tofauti hapa, kuna heshima na kuabudu. I landed in a certain country and the people were on their face and kissing. Nilienda katika nchi fulani, watu wanapiga magoti. Nikamwambia wainue. Kiss my feet and worship. Get up on your feet. They said, are we showing honor? I said, no, I feel terrible. I don't feel right about it. I said, all the honor goes to him. All the glory goes to him. To he who sits on the throne. So that's how you know the difference between what's real and what's fake. You point everybody to Jesus. Everything's about Jesus. Not even the name of the church or the denomination. In this final hour, sorry, brother. I'll be excited, so I'm not waiting. In this hour, the names of churches will grow dim, and the names of men will grow dim. But the name of Jesus will grow louder. Majina ya dhehebu yanadidimia, majina ya wanadamu yanadidimia, lakini jina la Yesu linatukuzwa. And I'm not taking away that God always uses people. Because God does choose people. And God does put his hand on them. And God does give them a special anointing. But we have to stay humble. And we have to stay submitted. And we have to stay yielded to him every single day. Our life must be on the altar. Listen, I've been in the ministry long enough that I could just kind of fade into nothing. You know what I mean? Kind of retire. Write some books. Do one conference a month. Live on a beach.
Yeah. But do you think I would be happy? Unafikiri nitafurahia kwa Because hiyo? every time I see people, I weep. Kila wakati I nikikaa hear the cry of the nations. nasikia kilio cha taifa. I hear people in darkness. I hear them calling out. Naona watu kwenye giza wakilia. I have to go. Ni lazima niondoke. I have to. Lazima niondoke. There's a fire on the inside. Kuna moto ndani yangu. I have to go. Lazima niondoke. Can you say amen? Sema amina. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So, I love this passage Napenda aya hii because this gave me a plan kwa sababu hii imenipatia which I want to mpango give to you. ambao nitawakupatia. This was 2 years and 3 months. Hii ni miaka miwili, miezi And the mitatu. whole place was shaken. Na kila pahali Somebody said, katingika. well, how we do that? Tunafanyaje hiyo? Not just with speaking, Sio tu kwa kunena, preaching, teaching, demonstrate, preach, teach, demonstrate, preach, teach, demonstrate. ubiri, fundisha, dhihirisha. If you preach it, you must fundisha, dhihirisha. If you preach it, you got to demonstrate it. Ukihubiri lazima udhihirishe. Are you with me? Tuko pamoja? We cannot just bring messages. Hatutaki tu kulete There hotuba. are many wonderful messages, Kuna hotuba nyingi, but nothing then was done. lakini hakuna kitu kinaonekana. We've got to drop the message Lazima tuweke and chini then step uchumi back na tutoke and watch the Holy Ghost do what tuone he Roho does. Mtakatifu akidhihirisha mambo. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's why we have to have faith. Ndio maana tunastahili kuwa na imani Like the apostles, kama mitume when they saw the man lame at the gate. walipoona yule kiwete katika lango That nzuri, wasn't even in the church service. That na was just hata wako katika at the ibada, gate. walikuwa kwenye lango. The power was so strong on the apostles Nguvu ya Bwana ilikuwa kuu juu ya that the mitume. people took the sick and lined them in the streets. Watu wakaleta wagonjwa wakaweka kwenye barabara, And Peter went by. na Petro He akatembea, never prayed for anybody. hata kuombea yeyote, He didn't even lay his hands on them. wala hakuwekelea mikono. Just the power coming off of him was healing the sick. Nguvu ilikuwa tu inatembea juu The yao, power emanating from him. Go read nguvu it. ikatoka kwake. Acts chapter 5, verse 19. Go read it. There was a Matendo power 5:19, that was mwende emanating, msome. that was coming off of him. Nguvu ikatoka kwake. Because you carry us. Remember we talked about the well this morning? Kumbuka tuliongea juu ya carrying kisima their siku ya leo. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. You're carrying his presence. Unabeba uwepo wake. Wherever you go, their presence will go. Popote uendapo When you uwepo walk wake in uko the na door, the wewe. very atmosphere of the room is going to change. Na hewa inabadilika ya When you kiroho. walk in the door, hell will leave out the back. Na ukitoka kwa mlango kuzimu The devil will kunaondoka. say, we better leave now. Ati wanasema heri tuondoke sasa. We better leave. Mapepo wanasema heri tuondoke. Leave Nairobi, we've got to get out. They've got the Holy Tutatoka Ghost and Nairobi fire. sasa. Kuna moto. Where are we going? Tunaenda. Go to Somalia. We'll go there. Mnaenda wapi? We'll Tunaenda hang with some Somalia. Somali terrorists off the coast on some boat. Tunaenda. Because there's nowhere for them to go. Kwa sababu umeingia tunakoondoka. Are you with me? Tuko pamoja. Amen. Amina. The devil's on the run. Shetani yako mbioni. He's afraid of Holy Ghost people. Anaogopa Roho He's Mtakatifu. afraid of people full of the fire of Anaogopa God. watu waliojawa na moto. Because they're bold. Kwa sababu ni wajasiri. They're just bold. Wajasiri. I never said bold, I said bold. Nimesema ni wajasiri. Bold. The wicked runs when no one is chasing. Waovu But utoroka the righteous pasipokimbizwa na mtu. are bold Lakini wenye haki as a ni lion. wajasiri kama simba. Hallelujah. Haleluya. No fear. Hakuna No kuogopa. fear. Hakuna fear. kuogopa. Hakuna hofu. So 2 years and 3 months, Miaka miwili, miezi mitatu, and the whole of Asia na Urusi wote ama Asia yote heard the word of the Lord. wakasikia neno la Mungu. Could it be possible Kunawezekana that here we are kwamba tuko hapa in the leo month of September, katika mwezi wa 9 that we got October, na tunaingia November, mwezi wa 10 na and 11 December. na mwezi wa 12. So there's 3 months. Hii miezi If mitatu. you want to do any fighting, do it within those 3 Ukitaka months. kufanya No, vita vivyo I'm ni hapa. teasing, but I'm just saying. Nacheza tu And lakini that the whole nasema of 2024 uko na mwaka and wote 2024 2025 na 25 can be focused ndio on every tunasaitazamia region, kwa kila eneo, taking territory, tukichukua maeneo as every born-again believer na kila is muamini mobilized ameweza the Tronsky.
You know where that is? Yeah, the land of the Xhosa. Xhosa. Huh? Xhosa. Eastern Cape. All right. Okay. So the land of the Transkei. And they take cow dung and put it on the floor. Then they Wakayaka. polish it. It's very nice. When it's dry, then the dust comes up and you just breathing recycled grass. That's all cow dung is. Okay. Anaelezea kuhusu kule, sawa. Amen. It's just recycled grass. And so I saw a lot of miracles there. Kwa hiyo niliona miujiza mingi huko. And I tried a lot of things. Na nikaona mambo mengi. Because nobody would ever know. It was never on television. Kwa sababu hakuna mtu angejua kwa sababu ingekuwa katika runinga. Nobody recorded it. Hakuna mtu aliweza kuweka But kwenye I nakala. was starting out in the ministry, you know. Kutoka katika jeshi. I was one service I went, so I'm going to pray for every deaf person here today. You want to turn up your hearing aid? No, I'm going to pray for every deaf person today. Nilikuwa ataenda kuombea wote ambao hawawezi kusikia. And so So I didn't know that 50 deaf people came. Sikujua kulikuwa na watu 15 ambao walikuwa So I visiwi. prayed for the first person. Nikaombea mtu wa kwanza. Nothing. Hakuna kile The second person. Mtu wa pili. Nothing. Hakuna The kilichotendeka. third person. Wa tatu. Nothing. Hakuna I thought, kilichotendeka. I'm not stopping. I Nikasema could siachi. die right here, but they're gonna, Nikaendelea. and then the third person, ear popped open, then they opened, then they opened. And I went through. Ikaanza kufunguka, So, but those first kufunguka. three were very shaky, you know. Na Like, wakaanza kutetemeka. help! Toka. So they brought this little boy forward. Wakamleta huyu kijana mbele. He had club feet, Alikuwa na miguu and ambayo his feet were pointing down. ambayo ilikuwa So inaangalia his chini. heels were pointing up. Na alikuwa na ule So here ulemavu I am. fulani. I think I was only 20 years old. Miaka 20 na kitu. And I was standing there, and somebody just come over me and said, take off all that stuff. Nikasimama nikasema toka. And then I think, what are you doing? Nikasema nini I natendeka? just take it all off. Nikasema toa So they yote. take it off now. I've Akaiondoa. got his feet. Nikaona His miguu toes yake are in my hands. kwa mikono yangu. And then I said, Father, Nikasema baba, in the name of I didn't get time to say ziz. kwa jina Father, la iye, hata in the name sikamalizia of kusema, Jesus. sikusimalizia Boom! Yesu. The power of God hit. The legs turned around. Miguu ikanyoroka. My interpreter dropped in the floor. Kipofu He goes, mkalimani wangu chini. How? I've never seen anything like Akasema this. sijaiona kitu kama hii. Miujiza imetendeka. And that was the first great miracle that I saw like that. Miujiza kubwa ambayo nimeiona. But you have to step out. A boldness will come on you. Lazima utoke nje, ujasiri uonekane. And you'll find yourself in tight situations. People will come to kill Unaona you. watu wanakuja kwako. Other people come, they're going to kill me. Watu wanataka Other kuniua. people come, I'm coming to kill you. Wengine wananiambia nataka kukuua. I was leading worship on the keyboard. Nilikuwa naongoza Because baada ya I kuabudu sing, I katika play keyboard. instruments, we record albums. And a man was looking back. He goes, I am going to kill you. Mtu I can akaniangalia read lips. I am going to kill you. Akaniambia ninaenda kukuua. I sang another song. Nikaimba wimbo mwingine. I thought, okay, Sawa. today I'm going home to be with Jesus. Leo nitaenda nyumbani kuwa na Yesu. So I thought, okay, he's going to kill me. So I finished the worship and I started to preach and I'm walking around praying for people. People are getting touched by Ataenda God. kuniua, nimemaliza kuabudu, nikazunguka nikiombea watu. And I get down to where he is. Nikatoka, And he looks at me, he says, akaniangalia, I told you I'm going to kill you. akaniambia nimekuambia So nitakuua. I burst out laughing. Nikaona ninacheka. I said, you can't kill me. Nikamwambia utaniua. I said, I'm already dead. Nikamwambia mimi ni mfu. And he looked at me Na akanitazama. and he got up and left the building. Akatoka na akaondoka kwa I thought, ukumbi. oh Lord, now we're in trouble now. Nikamwambia Bwana, sasa This tuko is katika in mata. America. Kule Amerika. But nothing happened. I said, everybody just pray for that man. I really prayed fervently. Kuna kile kilitendeka. Niambia watu tuombee huyu jamaa. You know, when your life depends on it, you really pray. You know what I mean? Unajua maisha yako ikiwa basi lazima uombe. I mean, I didn't pray. Mimi Lord, sikuomba. help the brother. Nikasema saidia ndugu. Let him find your will. I said, Father, Wacha pata mapenzi yako. grab him Baba. and do whatever you It was a fervent prayer, you know. Nikaomba. The Baba. guy's coming to kill me, you know. Ataka kuja kuniua. Everybody pray. It's not your head on the line. It's mine. Kila mtu anaomba. Anyway, the next morning, Asubuhi I walk yake out of the morning service.
katika ibada ya asubuhi, and he's sitting there. Anaketi hapo 3 rows back. I thought, alikuwa nyuma. okay, all right. Well, this is my final day. I'm glad I kissed my wife goodbye this morning. Nikasema leo ni siku yangu ya mwisho, nashukuru kwa sababu nimebusu mke wangu angalao. So I walk around, as you can see. I never stay on the platform. I always walk around. Nikatembea vile mnaniona nikitembea kwa sababu sisimami kwenye madhabahu. Nikatembea kwa watu. And if I feel I'm not getting results at certain place, I go to wherever the people are. Nikisikia hapo hainipati vizuri naelekea kwingine. I'm a missionary. Travel. Ninatembea. I love to travel. I'm actually traveling to different counties of Kenya as I'm walking here. Natembea kwenye gatuzi la Kenya hata nikitembea hapa. Amen. And but he did not respond. He just stared at me. Lakini hakufanya chochote, amesimama tu. So then I gave an altar call and he come right up to get saved. Nikaitisha wa kuokoka, akaja mbele akaokoka. Now watch this. This shocked me to the core. Hii ndio imenishangaza ajabu. So as I'm praying the prayer, he's accepting Jesus. Nilipokuwa nikiomba nampokea Yesu. He falls on the ground. Anaanguka chini. And starts to cry like a baby. Anaanza kulia kama mtoto. And then alafu he starts to quote whole chapters of the Bible. Anaanza kukariri maandiko yote ya Biblia. I went, last night you were going to kill me. Now you're quoting whole chapters. Something is wrong here. Jana ulitaka kuniua, saa hizi unakariri maandiko ya Biblia, kuna kitu kimetendeka. I said, what in the world? Nikasema mchukulieni, nikamuuliza nini hiki? He said, look, akasema tazama, I've been in the Marines. Nimekuwa katika nguvu za giza. I've killed 8 people. Nimeua watu 8. He said God had called me as a young man to the ministry. Na Mungu ameniita nikiwa kijana kwa huduma. And he said my wife had an affair on me. Na akasema mke wangu. And the denomination kicked me out. Na dini wakaniondoa. So I went in the military and I became a hard man. Nikaenda katika jeshi nikakuwa mtu mbaya. And I killed like 8 people. Nikaua watu kama 8. And I blamed God, and when I saw you, I wanted to kill you. Nikamlaumu Mungu nilipokuona, nikasema nitakuua. I think you were praying for me last night. Kama ulikuwa unaniombea jana usiku. I said, I prayed for you. Because I still prayed when I got home again. Maana nilipo nyumbani nilimuombea tena. I said, what happened? Kwambia kulifanyika nini? He said, I left here. Nilitoka hapa. He said, I have a 45 pistol. Nilikuwa na pistoli. I can dismantle, I can shoot anything. He said, I loaded and put it like there and it went click. Nilikuwa nataka kuipiga hivi risasi. I reloaded, click. Nifiatue. I reloaded, click. Nikajaribu I took it apart, I cleaned it, I put it together. Nikaisafisha, nikaona iko sawa. I got so mad. I got into my car and I took it to 100 miles an hour. And I tried to ride into a tree. Jaribu kugonga mti kule mbele. I kept coming around the other side of the tree. I never could hit the tree. Hata angegonga kwa melenga mti lakini angegonga. Every place the tree was supposed to be, it wasn't. Kila mahali alikuwa anaona mti alikuwa anakosa. I sat and I was just shaking. Nikawa natetemeka sasa pale. And then I realized that you were praying. Nikakumbua kumbe ulikuwa unaomba wewe. Son, it's time to surrender your life. Akasema mwana ni wakati wa kusalimu maisha yako. Na akaja na akasalimu maisha yake. So why am I saying that? Because the gospel is going to put you into precarious situations when you're preaching. Injili itakufanya uingie katika hali ambayo ni ya utata unapohubiri. Now you've got to pray. Sasa lazima uombe basi. And especially if there's a showdown. Na hasa kama kunakuwa na farakano. That can easily take place. Ambayo inaweza kutokea. Which has happened throughout history. Ambayo inafanyika kwenye historia mara nyingi. I believe we're coming more and more closer to big showdowns. Na tunakaribia katika farakano kubwa kubwa. Are you with me? Pamoja nami? There's a story that I read. Kuna kisa nilisoma that really gripped me. Ambacho kilinipa huzuni kanishika sana. And it's from the adventures of Marco Polo. Katika huyo Marco Polo. From the unabridged version, not the one they altered. Kuna ile ya kwanza wache ambao wamegeuza juzi. And of course there are many versions of it going around. Kumekuwa na tafsiri nyingi za tembea tembea. Certain denominations always want to lay claim to the story. Kuna dini madhehebu nasema hii kisa ni chetu. And there's certain places they say it happened but it didn't happen. Kuna sehemu wanasema ilifanyika hii lakini haikufanyika hivi. What I'm about to tell you took place in Iraq. Ilitokea Iraq. Back in the 1200s. Katika miaka 1200. There was a certain caliph. Kulikuwa na mtu huyo. Who ran that whole area. Ambaye alikuwa anatawala eneo hilo. The city of Baghdad was on the trade route from east to west. Mji wa Baghdad ulikuwa na njia hiyo kutoka mashariki kwenda magharibi. It was a city of great spices and wool and ilikuwa ni mji ambao ulikuwa and the Christians were very wealthy. They actually controlled part of the trade route coming. Biashara ya manukato ilikuwa pale imenoga. Na watu walikuwa wanapita pale kibiashara sana. But this caliph,
he always spent his time trying to find fault with the believers. Huyu jamaa alikuwa anaangalia Wakristo aone dosari To kwao. see if they could prove what was in the Bible. Aone kama wanaweza kudhibitisha If they could prove madai it, then he left them alone. ya Biblia. Ukidhibitisha dai la Biblia If they anaachana nao. couldn't prove it, Kama ungeweza he kudhibitisha took dai, everything they had. basi anawakabili. And so he found the scripture through his men that were with Marco Polo writes about it because his father and his uncle left and went to China. Marco Polo anaongea kwa maana mjomba wake alitoka na akaenda And in kule actual China, fact, China really begged for the gospel to come. na walikuwa wamesihi injili ifike But kwao, people didn't go. lakini watu hawakuenda. And in the ancient alphabet, Nyaraka za Kichina zote hizo, the word boat has got 8 people in a boat. neno meli ina watu 8 ndani. And then the word for, if there was a word like righteousness, is a lamb over us. So somebody got there in the early foundation of the language. Mtu ni kama alifika pale kwenye mianzo ya misingi ya neno, lugha And yao that hiyo. tells me God has never left any group of people without. Mimi nakwambia kwamba Mungu ni waajabu, Because he loves people and he's hawachi never left kundi hata anyone. moja bila kuwafikia. Anapenda watu Mungu. So these stories were told to him, Basi hizi visa and vikaelezwa he kwake, wrote about them. akaandika kanakili, Apparently on his deathbed, na katika kitanda chake they akifa said, are the stories in your book true? akasema, je, akaulizwa hizi visa kwenye kitabu chako ni za ukweli? He said the half has never yet been told. Akasema labda sijawahi kuelezewa. So listen to this. This is going to shock you now. This is Kusikia history. hii itakushtua sana, ni Not a historia. novel. This took place. Ilitokea, si hekaya. So this certain caliph, Sasa huyu jamaa huyo he called all the Christians together. akaita Wakristo wote akawakusanya There was pamoja. 100,000 of them. Kulikuwa na 100,000. They were split into 2 groups, Wakagawanywa vikundi viwili, the Jacobites and the Nestorians. Mayokobai na kundi lingine pia, And they disagreed with one another, na wakakosana, but they both believed in the cross. lakini wote waliamini And, msalaba. and that's the thing that people don't understand. Hiyo ni kitu moja watu hawaelewi. When it doesn't matter if you're Methodist, Presbyterian, or Anglican, or Charismatic, or Pentecostal, Haijalishi dhehebu lako, if you believe in the cross, kama unaamini msalaba, you're an enemy to certain groups. wewe ni adui wa vikundi vingine fulani. Yeah, but we don't baptize in water. Wala ambao wabatizwa kwa It doesn't maji. matter. You believe in the cross, you did. Wewe haijalishi uliamini Yeah, we msalaba. don't speak Kwa in sawa. tongues. It Ati yo, doesn't matter. sisi hatuongei kwa lugha, haijalishi Certain hiyo. places in the Middle East, Kule the Middle church, East they all stand together because if you don't, you did. wanasema pamoja, kule makanisa It's kule only in certain other cultures Ya where Waarabu. everybody's divided. ni huku tungine ambapo tunagawanyika And I'm sana. not saying that's how Kenya is, because I see many people here from many different leaders in Kenya. Nimeona watu hapa ambao wako kwenye viongozi tofauti sana So Kenya. if anything, I'm encouraged because I see more leaders coming together in Kenya than any other country I've been in. Natiwa moyo kwa maana hapa Kenya naona viongozi wanakuja wengi pamoja kuliko taifa lolote nimewahi tembea. We might not understand everything that the other one's doing, Tunaweza kosa kuelewa kikamilifu matukio ama but we matendo ya are told wengine, from the scripture not to judge another man's na servant. tumeambiwa kwamba tusihukumu And ultimately, mwingine. we're all going to stand before God and have to give an account of what we've done with our life here on the earth. Kila mmoja atoa hesabu zake mbele ya Bwana, upeane hesabu zako ya matukio yako And we maishani. should pray for one another Lakini tunastahili and kuombea help one another. na tutiane moyo. Can you say amen? Hebu sema amina. So anyway, this caliph called them all together, took them to this valley Basi hata hivyo, kwa maana aliangalia where andiko this was this huge la mountain. mlima, akamwambia, akapeleka bondeni, And akamwambia he haya, said to all of the Christians, akamwambia Wakristo wote sasa pale bondeni, there's this scripture in the kuna Bible andiko kwenye Biblia that says if yenu you have faith as a mustard inasema seed, ukiwa na imani you ndogo can kama mbegu ya speak to a haradali, mountain and it'll be moved. utasema na mlima na utahama. Do you believe it? Je, nyinyi They mnaamini? said we do. Wakasema He wanaamini. said good, Akasema basi sawa, because 10 days from now, kwa maana siku 10 kutoka leo you will move the mountain. mtahamisha mlima, And if you don't move the mountain, na msipohamisha mlima I will give you a opportunity to convert to my religion. nitawapa nafasi basi mwache dini yenu If you won't, I'm uingie going dini to yangu, kill all of you. la sivyo na I'm waua taking wote. everything you have Nitachukua mali yenu yote, because you have proved kwa maana mmethibitisha that basi you are
fallen away from the faith. ya kwamba nyinyi mumeacha Because imani, you don't even have faith as big as kwa maana hata hamna imani ya kuhamisha mlima akawapeleka kwa that all bonde. sounds great until you the one that has to move the mountain. Unajua inakaa ni aibu, lakini kama ingekuwa ni wewe, je, uko The pale? writing said they all fell on the ground. Na wakaanguka chini. Christians, old and young, Wakristo even the wachanga, children, they cried wakubwa, out to God watoto wakamlilia night and Mungu day siku na mchana, that God would help them to move the mountain. Mungu awasaidia wahamishe They mlima. didn't know what to do. Hawakujua la They kufanya, were praying, they were fasting. walikuwa wanafunga na kuomba. This is history. Ni historia ya kweli, This took place in Iraq. ilitokea Iraq. And so Kwa hivyo on the 8th day, siku ya a 8 very pious bishop, that's how the writing said, the writings of Marco Polo was like an old English, if you know what I'm saying. Marco Polo alikuwa anaandika na ile Kiingereza ya zamani. And as it said, a very pious bishop Anasema askofu fulani wa heshima had a vision akaona maono that he must go to a village north. aende kijiji kule kaskazini. You know, if it was a couple of hours, I'm not sure how far, but just go north. Ilikuwa ni masaa sina In that hakika. village, Kwenye kijiji hicho there was a one-eyed shoemaker. kulikuwa na ambaye And on that one-eyed shoemaker fundi wa was viatu. was the gift of divine grace Ana jicho moja na alikuwa na kipawa cha neema ya to kiungu move the mountain. ya kuhamisha milima. So the bishop went, he made as fast as he could. Akaenda mbio sana kwa kasi, wana makataa kumbuka. He got to the village. Akafika pale He kijijini. found the shoemaker very happy. When God says there's a shoemaker, you're happy when you find one. Viatu yuko pale akiwa amevaa furaha And when he sana. went inside, Alipoingia ndani, he was happy because he had one eye. akaona kweli ana If jicho God moja. tells you to look for a one eye, you don't want a two-eye Mungu shoemaker. akikwambia utafute mjicho Because moja, then you know you're going to fail. utaanguka. Tafuta huyo. I don't need a two-eye. I need a one eye. Nahitaji yule nimeambiwa God jicho told me there's a moja. one-eyed shoemaker. Nimeambiwa Can move a kuna mountain. fundi wa viatu jicho moja. So he said to the one-eyed shoemaker, Akampata you akamwambia, have to come. lazima uje The nami. Christians in great peril. Wakristo katika We shida have 2 more kubwa. days. Tuna siku We mbili. have to move a mountain. Tumehamisha If we milima. don't move it, we're going to lose everything. Tusipofaulu And we're going tunakuawa. to die. Or we Tutakufa have to convert. ama You have tubadilishe to come. dini. He said, no, Akasema hapana, you've siji. got the wrong person. Wamepata mtu kasoro. I'm unworthy. Mimi sistahili. I don't have anything. Mimi sina chochote. I can't move anything. Siwezi No, God hamisha showed me. chochote. Hapana. You are the one that Mungu must come. ameniambia ni wewe He was very unaweza. forceful. Na akawa na This was nguvu. his last opportunity. Kwa maana You're ilikuwa coming. nafasi ya You're coming mwisho. with me. Unaenda na mimi. You're going to move mountains. whether you Lazima like to or not. utahamisha mlima wewe. Wewe ndio Mungu aliniambia. I'll pluck out your other eye if you don't come. Ukicheza na ngoa jicho hiyo ingine moja imebaki. Wewe ndio Mungu aliniambia nene na wewe. But the story is, Kisa kinasemekana hivi. the reason he had the one eye Sababu ya kuwa na jicho moja was because a very beautiful woman came ni kwa ajili binti moja to get kipusa. shoes made. Binti moja kipusa And the alikuja writing that's in ancient English ashonewe kiatu pale, says that she sat down akakaa chini and her dress fell open na nguo yake and her whole ikafunguka leg was exposed. na ikawa paja lake And the likaonekana. writing said that it aroused in him a momentary concupiscence, Simulia inasema basi akachemka. which you can work that out later. Hiyo utajijazia baadaye. And so, remembering the scripture Kikumbuka andiko that said, if your right eye offend you, pluck it out. inasema kama jicho moja na Because kukwaza it's ngoa. better to go to heaven with one eye Heri than go to kwenda hell mbinguni na with jicho two. moja kuliko mbili. He immediately would take no further measurement Yeye and akaangalia said, you need to leave my store now. akasema utoke hapa He kwangu. went in the back room and took a hook Akachukua and he plucked kikitu out his eye. akang'oa jicho lake moja. Now we say that's a little excessive. Sisi tunasema usi But alivuka I say- alivuka mipaka. Ninasema He must have meant business with God. yeye lazima alikuwa Because anamaanisha na when the Mungu. mountain was have to be moved, Kwa maana kama it mlima was him that was the one to move the kama mountain. mlima utahama ni yeye alifaa And I'm here kwenda. to ask you Na today, niko hapa nikuulize leo, who is the one nani huyo that will move the mountains that are facing Kenya in this hour? atakayehamisha milima mbao? Where are the Kenya. men and the women Wako wapi wake na that will be wanaume used of God ambao wanatuna Mungu to move the mountains? wahamishe milima inayokabili Kenya? Must God go find somebody from Uganda? Lazima Mungu atoe mtu Uganda Must kweli, God bring somebody from Malawi? ama mtoe Malawi? Does God have to bring somebody from Tanzania? Lazima aende Tanzania Mungu kweli, na Wakenya Where must wapo. God go find them? Mungu atawapata wapi? Are they here on the field today? Wako hapa kwenye uwanja leo. I believe they're on the field Naamini today. wako hapa leo kwenye uwanja huu. Hallelujah. Hallelujah.
I feel the fire of God. Nahisi nguvu na moto wa Mungu. That is standing against this nation will be removed by a Holy Ghost and fire people. Kila mlima unaosimama kinyume na Kenya utahamishwa na watu waliojaa Roho Mtakatifu na moto wa Roho. So, kwa hivyo on the 10th day, siku ya 10, the writing said they got up way before dawn. Ikakuwa ni karibu and they prayed really pambazuko pale, wakaanza kuomba. They went out in the valley. There was the caliph and all his men. Wakaenda pale bondeni, kulikuwa na mwamba uko pale. They took the shoemaker. Wakachukua mshona viatu. He had a cross on a stick. Ameshika kijiti. And they said, okay, there's the mountain. That's the mountain means to be moved. Akaambiwa mlima ndio ule pale. Go. Enda sasa, fanya kazi. Do what you need to do. Wewe fanya ya kupasayo. And they were like praying. Yeah. And the shoemaker was calm. Na mshona viatu akawa ametulia tu. He walked out. Akatoka nje. He stood in front of the mountain. Kasimama mbele ya mlima. He knelt down. Kapiga magoti. He said, oh God, kasema Mungu wangu of Abraham, Isaac and Jacob, wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, grant unto us this day tupe leo, siku ya leo, the gift of divine grace, kipawa cha neema ya to kiungu, move this mountain kuhamisha mlima huu and save your people. na uokoe watu wako. And he got up. Akasimama, He looked at the mountain. kaangalia mlima, He said, mountain, akasema mlima, be moved. hama. And there was an earthquake. Na pakawa na tetemeko la nchi. And the mountain disappeared. Na mlima ukatoweka. It disappeared. Nasema mlima In ukatoweka front of everybody's eyes. mbele ya macho ya kila mmoja. And the writing says the caliph and his men were overcome with stupefaction. Na yule jamaa na watu wake What does wakashtuka. that mean? Wakasema nini? They couldn't talk. They were Yani walishikwa na and they bumbuazi. walked around for hours like that. Wakatembea wakiwa na bumbuazi hivyo So much masaa. so that man gave his life to the Lord. Huyu jamaa akaokoka. He wore a cross under his garments. Akachukua msalaba That kwenye. later when he died, Alipokufa they wouldn't bury him with his predecessor. He was buried in an unmarked grave because he had a cross. alikuwa na msalaba, akazikwa mahali tofauti, si wale But waliokuwa nyuma, he left the church alone lakini because akaachana of one eye na kanisa shoemaker sababu ya mshona that could viatu move a mountain. wa jicho moja aliyehamisha mlima. Back probably 10, maybe 15 years ago, Labda miaka takriban a friend 15 of hivi. mine who had a church in Iraq, Rafiki yangu alikuwa na kanisa and I Iraq. told him the story. Nilimwambia kisa I hiki. said, can you find out for me this existed? Nikamuuliza nijulia kama yupo huyu. He called me about 6 months later. He said, I found them. Akaniambia He said, nimempata they're in the baada ya mountains miezi. of Akasema Iraq. wako And kule every year, mlimani kule it kwa was mwamba, like 800 years later, miaka 800 on the baadaye, day the mountain moved, they still celebrate. They call it the day of the divine grace of God, where we could move the mountain. miaka 800 baadaye, bado kila mwaka And he kule said, Iraq wanaadhimisha I fellowship ni with siku them ya and they neema kubwa ya still Mungu. celebrate. Bado mpaka leo wanaadhimisha, wanafurahia. Now, unfortunately, Hasa bahati mbaya, what took place, it's okay. Unfortunately, he just wants to talk. It's okay. nataka kuongea ni sawa tu. Look at me. Don't worry about that. Angalia mhubiri, Okay. usijali. Yeah. Yeah. Over here. Angalia mbele, angalia Look mtumishi wa here. Mungu. Not there. Look here. Makinika hapa kwa mtumishi. Hello. Halo, halo. I'm telling you. Nawaambia So, they celebrated huwa wanasherehekea every year the day of divine grace. kwamba kuna neema ya kiungu But kila mwaka, unfortunately, lakini bahati in mbaya recent years, miaka iliyo ya the juzi, organizations, which I will not mention here publicly, shirika ambazo came in and killed many of them, and they had to flee. sitataja hapa hadharani, walikuja So what wakawa does that mamilioni tell me? wakatoroka. Inaniambia nini hiyo? That tells me you can celebrate what happened 800 years ago, Ndio unaweza kufurahia kilichotokea but not have miaka- any of what they had 800 na years. unaweza kufurahia kilichotokea miaka 800 iliyopita, Every generation lakini ukose must kuwa na catch walicho nacho. the fire. Lazima kila Every kizazi generation has to kipokee come moto under the wake. anointing. Lazima kila kizazi kipokee It is upako possible wake. that many ministries that started off in the beginning,
Huduma nyingi zilianza pale mwanzo. Started off in great power. Zilianza kwa nguvu kubwa. And because of persecution, na sababu ya mateso, people step back. Watu wakarudi nyuma. Because nobody wants to be persecuted. Sasa hakuna angependa kuteswa leo. And so then they compromise this, compromise that, wakakubaliana hili pale waka. But I tell you, I feel this so strong in my spirit na hisi today. Kwa nguvu rohoni mwangu leo. God will take you right back to the first words. Mungu atakuja katika pale mambo ya kwanza. Things that were prevalent in your ministry. Mambo ambayo yalikuwa pale kwenye msingi wa huduma. Mighty wonders and works. Mambo ya ajabu, nguvu za ajabu. Started the great churches of Kenya. Zilizindua kanisa la Kenya. A fresh wind shall blow again. Upepo upya utavuma tena. And the river of God shall flood. Jina la Bwana litaweza this land. Nchi hii. And there's not a devil in hell that could stop what God is about to do. Atazuilia kile Bwana anapanga kufanya. Hallelujah. Hallelujah. Mighty men and women of God. Wake na waume wakuu wa Mungu. Stir yourself up in the things of God. Jichochee kwenye mambo ya Bwana. It's time for the work to be done. Ni wakati kazi ikatekelezwe. Can you say amen? Hebu sema amina. You will be persecuted. You might even be arrested. You might get beaten. You might be lifted for dead. You might have to escape over a city wall in a basket. You might be captured by a Somali terrorist. Who knows? Well, I'm going to sail on the coast. Next thing, you got pirates on your boat. Who knows? It's an adventure anyway. Amen. Amina. But the Lord is with you. Lakini Bwana yuko nanyi. I said the Lord is with you. Bwana yuko nanyi. And you have nothing to be afraid of. Na usiogope chochote. You cannot do what I'm telling you without the Holy Ghost. Huwezi fanya kile nakwambia bila Roho Mtakatifu. You can't even do what I'm telling you with the theory of what I'm telling you. Huwezi fanya hiyo pia ati na maarifa tu ulio nayo juu. You have to step into lazima uingie mle the full impact of the power. Katika pachiko kamilifu la nguvu. And let God do the work to you. Na wache Mungu afanye kazi ndani yako. So that he can do the work through you. Ili afanye kazi kupitia wewe. The greater the work he does in you. Fanya au kufuata kwamba kazi anayofanya ndani yako. The greater the work he does through you. Kazi kubwa anayofanya kazi yako inachangia kazi kubwa atayofanya kupitia wewe. Can you say amen? Hebu sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Praise God. Bwana wa dhamana. Praise God. Hallelujah. Bwana pewe sifa. God. Hallelujah. Praise God. Bwana pewe sifa. Praise God. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Praise God. Bwana asifiwe. Men and women in this hour wake na waume wa lisaa hili step out of the realm of the natural, chomoka kwenye ulimwengu wa into the realm of kawaida the supernatural, uingie ulingo wa and will kiungu walk in the power of the Holy na Spirit, utembee kwa nguvu za Roho Mtakatifu just like in the book of Acts. kama wakati wa kitabu cha Matendo ya Mitume. And it shall be noised abroad Na itajulikana hapa na that in mbali the book of Acts has become commonplace. Matendo ya Mitume yamekuwa mahali pa The kawaida. signs and wonders and miracles Ishara, maajabu na are taking place. zinatokea. Men and women Wake na that will waume not compromise, ambao watakubaliana, that will be used of the Lord. watatumiwa na Mungu. Even those in the government, Hata walio katika serikali, people will come to them, watu watakuja kwao, they will talk, wataongea, and they'll say, no, watasema la, you're lying. Because unadanganya wewe. last night you had this discussion, Jana ulikuwa na and you makubaliano met with haya this person, na ukafanya and mtu they huyu, paid you money over there. wakakupatia pesa pale, You're a liar. wewe ni mwongo, Get out of my office. toka ofisini I'm kwangu. telling you, people are Nakwambia going to flow in kweli, the power of God, watatembea kwa nguvu za Bwana hata and the gifts maofisini, of the Spirit na vipawa vya Roho will be in business, vitakuwa vinafanya where kazi. they want you to sign a contract, Watakwambia weke and God sahihi said, don't sign that kandarasi. contract. Bwana kwambia usiweke Those kandarasi. people are crooked. Wale watu ni Do not matapeli. sign their contract. Usiweke sahihi You will kandarasi see yao. through everything. Utaona kila You will know kitu. things before it Utajua happens. vitu kabla You will see vitokee. things before it Utaona comes. mambo kabla Can you itendeke. say amen? Hebu sema amina. Nothing will come on you unawares. Hakuna kitakuzuilia njiani. There won't be tragedy on your life. Hakutakuwa na janga maishani Nothing will mwako. come on you suddenly. Hakuna kuja kwa You will be ghafla. steps ahead of the enemy. Utakanyaga And adui. everywhere you go, Kwa kila njia the unaenda, kingdom of God shall be ufalme established. unathibitishwa. Hallelujah! Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. And if you didn't realize, I was actually prophesying, Na nilikuwa natabiri kama ulikuwa hujaelewa. just in case somebody didn't know. Mtu akujua nilikuwa natabiri tayari. That's the word of the Lord to you. Neno la Bwana ndilo lipokee katika jina la Can you Yesu. say amen? Hebu sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Halle. Amina. Halle. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwake Mungu. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Now, I told you I was going to talk about the river, but which I'm going to do right now just for a few minutes. Nimekwambia nitaongea kuhusu mto, nitafanya hivyo And you can be seated. sasa hivi. Naomba uketi mahali ulipo. We talked about the
The well. Kisima. And now, Sasa in John 7, katika Yohana 7, which, let me read that to you. hebu nikusomea andiko hilo, Yohana 7. John chapter 7. Yohana mlango wa 7. Are you happy this morning? Uko na furaha wakati this afternoon. Uko na furaha dhuhuri ya leo? Whatever time it is. Ni saa 10 sasa. Amen. Amina. Yohana 7. Are you happy? Muna furaha? John chapter 7. Yohana sura ya 7. And I want to read down here verse 37. Soma hapa chini andiko la mstari wa 37. Now on the final and most important day of the feast, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, which is interesting, it's a feast. Ni kushangaza kwamba ni sikukuu, ni karamu. It's not a funeral. Si mazishi, it's a feast. Ni karamu. It says here, inasema hivi hapa, Jesus, Yesu, he stood and cried, akasimama akapaza sauti yake with a loud voice, kwa sauti kubwa, if any man is thirsty, akasema mtu yeyote akiona kiu, let him come to me and drink. Na aje kwangu anywe. He who believes in me, aniaminie mimi, who cleaves to, anayeshikamana trust in, anaingia ndani, relies on me, ananitegemea, as the scripture has said, kama vile maandiko yalivyonena, from his innermost being, katika mtu wake wa ndani, shall continuously flow springs kwa and mfululizo rivers of living water. Kwa mfululizo atapatiririka mito ya maji yaliyo hai ya uzima. From the time the Holy Ghost comes on, wakati Roho atakapokuja kwako, there should be a continual flow, kunafaa kuwa na mtiriko wa mfululizo of the Spirit of God, wa Roho wake Mungu. Now when you look at different continents, sasa ukiangalia bara tofauti, they're major rivers. Wako na mito mikubwa. I love the Nile River. Napenda mto wa Nile. I love the Zambezi River. Napenda pia Zambezi, the Limpopo River. Na pia Limpopo. The Niger. Na Niger. Many rivers. Mito nyingi nyingi. You go America, Mississippi. Ukienda kwa Amerika kule kuna the Amazon, mto wa Mississippi, the Ohio. You go to India, you've got rivers there. India unapata mito yao. The Ganges River. Unapata mito tofauti. You go to China, you got the Yangtze Kiang. Ukienda China kuna mto wao huo. Every place has a river. Kila mahali kuna mto. Wherever a river is, there's life. Mahali popote mto upo kuna uzima na uhai. When there's no river, there's desert, it's dry. Mahali hakuna mto kunakuwa na ukame na kiangazi. That's why there's the importance of the well. Ndio ni umuhimu wa kisima. We talked about. Everyone in this place is a well. Kila mtu aliye mahali hapa ni kisima. When you get born again, you become a well. Unapookoka unafanyika kisima wewe. That's the start. Hiyo ndio mwanzo. But our job of what I'm envisaging happening today and tomorrow, lakini kazi ambayo ninatazamia itafanyika leo na pia kesho, every well here ni kwamba kila kisima hapa will become a river. Kitafanyika mto. Because a river shakes a nation. Kwa maana mto zatikisa mataifa. Floods a whole nation. Mto unauisha taifa nzima. And that's what God wants to do. Na Mungu angependa kufanya hivyo with Kenya. Na Kenya. Can you say amen? Hebu sema amen. And where does this river come from? Na mto huu unatoka wapi? I want you to take your hand, put it on your head. Hebu weka mkono wako kichwani. Take your other hand, put it on your belly. Mkono mwingine weka tumboni. Now I want you to see the difference. Nataka uone tofauti sasa. The one is your head. Mkono ulio kichwani. The other one's your belly. Mwingine tumboni. River does not come from your head. Mto hautoki kichwani. Jesus never said out of your head would Yesu flow hakusema rivers of living water. Kutokana na kichwa chako kutoka mito ya maji. Out of your belly, out of your innermost being. Kutoka kwenye tumbo mtu wako wa ndani. It comes from inside here. Inatoka ndani tumboni. It does not come from up here. Haitoki kwenye akili. Thank God for up here. Asante kwa hapa juu, lakini hapa juu contain the river. Haiwezi ikabeba mto. Ni ndani kwa roho wako. Ndani is the container that causes the river to flow. Moyoni mwako ndio kunasababisha mto kapate kutiririka ndani. Out of your belly. Ndani tumboni mwako mtu. Out of your belly. Katika tumbo lako ndani. Not your neighbor's belly. Si ya jirani yako.
Not your friend's belly. hata si wa rafiki yako. It would be good, brother, if you just let the river flow. Itakuwa mdogo, itakuwa uache mtu Why utilike. is it always somebody else? Kwa nini wakati mwingine mtu unaelekeza mtu mwingine I tried that kidole? one time, got in a lot of persecution. I'm not doing that again. Wakati mmoja nikateswa, kama hapana, sirudi tena hiyo kitu. I just got a PhD. Nimepata hasa shahada ya PhD. I'm now lecturing at the university. Kule chuo kikuu. And I don't want to lose my position. Na sitaki kupoteza nafasi yangu. I'll watch you. You go do it. Endelea fanya hivyo. I didn't write this. Mimi sikuandika hili. It's not my idea. Si wazo langu. I didn't come up with the idea that out of your belly would flow rivers. Sikuibuka na wazo kwamba toka tumboni mwako kutatoka I just read it. Mimi nimesoma Biblia. I'm a simple African boy. Mimi ni kijana mdogo wa Kiafrika. I read it. Soma tu. I believe it. Na niamini. Somebody said, you really take the Bible literally. Unasema wewe unaamini Biblia moja kwa moja tu? I don't take it illiterally. Sichukui ati kijuujuu. If the Bible says it, then I believe it. Kama Biblia imesema hivyo, ninaamini kile kimesema. If the Bible said that Jonah swallowed the fish, I would believe it. Biblia hata kama ingesema Yohana ndiye alimeza samaki, ningeamini hata hiyo. He didn't. He didn't. But if it said he did, I would believe. Mimi nasema hata wacha bila kama Jona angemeza samaki, Biblia isema hivyo, nitaamini. Kile Biblia inataja ni ukweli mtupu. Because if I don't believe it, I can't preach it. Nisipoamini basi nitahubiriaje? But I can put my life on it. I can stand upon the word. Ninaweza nikasimama juu ya msingi wa neno. God watches of his word to kwa maana Mungu anatazamia neno lake kila moja. Not one word of his promises will fall to the ground. Hakuna ahadi yake moja itaanguka. That his word is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ni ina makali kuliko panga wa kweli. Piercing of the dividing asunder the soul and the spirit. The joints and the marrow. It is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. mawazo ya mtu ya ndani. Is not my word like a hammer? Sina langu kama nyundo. That breaks the rock into pieces. Inavunja miamba kwa vipande. Is not my word like a fire? Bwana wangu si kama moto. Out of your belly will flow. Katika tumbo mwako utatoka chemchemi. Whose idea is this? Ni wazo la nani hili? The head of the church? Ni kanisa kanisa. The Lord Jesus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. It's his idea. Ni wazo lake Yesu. It's his plan. Ni wazo lake Yesu. I believe. Kama Yesu amesema hivyo, ninaamini hivyo. Hallelujah. 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 Nasema hallelujah. 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 Glory to God. Utukufu kwake Mungu. When it happens, inapofanyika, and the river floods its banks, na mto unavunja mipaka, people that know you, watu ambao wanakujua, are going to rub their eyes, watajipanguza macho, say, who is this waseme huyu ni nani huyu? Your children are going to say, watoto wenu watasema, that can be my father. Huyo si baba yangu huyo. I've never seen my father. Hapana, sijaona baba yangu akiwa hivi. That cannot be my mother. Huyo hawezi kuwa mama yangu. I have never seen my mother like that. Sijawahi muona mama yangu jinsi alivyo saa hii. Parents will say, watasema, that cannot be my child. Huyu hawezi kuwa mtoto wangu. I have never seen my child like that. Sijamwona mtoto wangu akiwa hivyo. That cannot be my daughter. Hawezi kuwa binti yangu. I have never seen who is this person. Sijawahi kumuona huyu. Nani huyu? When they stand there, tasimama pale, I see the fire of God upon them. Naona moto wa Bwana juu yao. And the anointing of the Holy Ghost. Na upako wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. And it bubbles, the river bubbles up. Na mto ule unabubujika. You can shut it down. Unaweza ukaifunga, but you can let it flow. Lakini achilie pia ifurike. Unaweza ruhusu ikafurika. Now, sasa, when I first went to America, nilipoenda Amerika wakati moja, I didn't realize the condition of the church. Sikuwa nimegundua hali ya kanisa. We landed there December of 1987. Tulifika pale December mwaka 87. And I thought, you always think God lives in America. I mean, all the great men. I'm not taking away from what God has done. Mungu anaishingi yuko maana watumishi mashujaa wako. But there was a major financial crisis. Kulikuwa na shida ya kipesa kubwa sana pale. And people were struggling. Watu wakingangana.
And where I came from in the Southern Africa, we were in a major crisis always. We Kulikuwa tumetoka pale didn't know Afrika anything but crisis. Kusini, kwa tumezoea maisha ya kung'ang'ana na And uchumi then ulikuwa the mbaya. church had gone through major upheaval. Major ministries had collapsed. Huduma zilikuwa zimeanguka nyingi kubwa kubwa, zikafungwa. So I walk into church. Hivyo nikaingia kanisani. I'm a happy person. Mimi ni mtu wa furaha kawaida. I'm a happy person. Mimi ni mtu wa furaha I kawaida. always see the funny side of everything. Mimi wanaangalia upande ya kuchekesha vitu zote. I just always see it. And when I look, Wanaangalia wakati when I wote. see people, I see like cartoon characters. Ninaona I ni do. kama I do. vichekesho. I try not to, but I see it like that. And it's way the Lord entertain me. I mean, Ninaona kama Bwana I nichekesha. wish I did. I see pictures and I see very funny things. Ninaona picha za vichekesho. I apologize. Ninaomba msamaha. And so, Na kwa hivyo, okay. So anyway, so I go to churches. kwa hivyo mimi huenda And makanisa the pastor said, we must be finished now. na I said, mchungaji anasema we just started. tunamalizia. He said, no, we must finish quickly. I said, why? He said, the buffet line at the Holiday Inn, Anasema lazima we tumalizie must haraka get there before tukakule the chakula. Baptist church get there. Otherwise, Lazima they tufike eat all the pale. chicken. There's no chicken. Kabla kanisa la Baptist kufika pale, I maana thought, wakifika I mbele must yetu hurry itaisha. up a service because of the chicken. Na mimi nafikiria sikuja I hapa must kwa ajili hurry ya a kuku. service because of cuckoos. I didn't come here because of chicken. Holy Ghost wanted to move. Holy Spirit, you can't move today. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. We need cuckoo. Sikuja hapa kwa ajili ya kuku, na kwa hivyo Roho Mtakatifu atembee I juu ya get kuku. into this church. Nilija kwa hili It was kanisa so dead kwa sababu ilikuwa that while I imekufa. was preaching, Nilipokuwa a nahubiri, man on the back row mtu akiwa kule had a heart nyuma attack and died. aliangushwa na And they mshtuko carried wa out moyo, 10 rows of people before they found the right person. na ilichukua sehemu 10 wafikie yule mtu yule. It's a joke. Hiyo ni la kuchekesha tu. It's dead. The choir was dead. Kwaya ilikuwa imekufa, It was sad. The deacons were dead. deacons walikuwa Ushers were wamekufa, dead. ushers wamekufa. The only good thing was the service was only 1 hour. Kilicho bora ni ya kwamba ibada ilikuwa Because lisali moja. when you started, you had to hang on to the scripture that he who endures to the end shall be saved. Maana ukianza lazima ushikilie mpaka mwisho ndio uokolewe. And the best thing about the morning was the cuckoo. Na kilicho bora ni ya kwamba kulikuwa na kuku. The Lord said to me, Bwana akaninenea, if you want me to move, akaniambia kama unatamani you're nitembee, going to have to let me move. basi itabidi uniwachilie nitembee. He said, I want to touch people. Na akasema lazima niwaguze I want to watu, put my fire on them. niwawekelee moto I want to wangu, flood them with my joy. na niwajaze na furaha yangu, And I want to let that river flow out of them. na ningependa ule mtu ukafurike. Because that's what happened to me Maana hayo ndio in July yaliyonitokea of 1979. mwezi wa Julai mwaka I had an 79. encounter with God. Nilipata kupatana na Bwana, The year before I went into ministry. na mwaka mmoja kabla sijaingia kwa huduma, My oldest brother had died in August of 78. ndugu yangu mkubwa alikuwa amekufa mwezi wa 8 mwaka I 78, was standing by his deathbed. na nilikuwa nimesimama karibu na mahali alifia. I was only 17. Nilikuwa miaka 17 umri, I was very angry. na nilikuwa nimekasirika Not sana, at God, but the devil. sio kwa Mungu I bali said, nilikuwa na hasira this na is going to shetani. cost you. Nikajiuliza hili ni nini, And I make a vow today. na nikafanya kiapo siku ile. I said, Nikasema people are going to laugh at you all over the world. watu lazima watakuchekelea shetani dunia And I mzima, didn't know God was going to give me a ministry of joy. na sikujua ya kwamba Mungu atanipa huduma ya kucheka Didn't na ya know. furaha. I didn't know. Sikujua. So we were actually, I was working with a group called Youth for Christ. Kwa hivyo nilikuwa nafanya kazi na kikundi kinaitwa Vijana kwa Kristo, And we were up in Pretoria na tulikuwa tumeingia mji wa at a Pretoria conference na in kongamano 1978 mwaka wa that was talking 78. about the dismantling of apartheid. Walikuwa wanasema kuvunja I yale was mambo. a part of that. Nilikuwa sehemu ya wale watu. Are you with me? Uko pamoja And nami? we had a busload of young people, Na tulikuwa na basi and we were limejaa staying on a vijana, campground. na tulikuwa tunakaa kwenye ule And uwanja, so we hour away, na kwa hivyo tulikuwa lisali and I'm the moja only pale. Pentecostal. The rest are all Anglicans and Methodists. Sisi ndio ulikuwa Pentekosto, wengi And there was a walikuwa bunch of young Anglican. girls from.
So we're going to have a prayer meeting and we're going to pray for the hour going back. Na ikawa lazima tutakuwa na mkutano wa maombi And so they were tuombe. all starting to pray, you know. Kwa hivyo wakaanza But kuomba, we kind of pray differently. lakini ikawa tunaomba I pray like, tofauti. Father, in Jesus' name. Tunaomba Baba kwa jina la And Yesu. they just pray more calm. Wanaomba wakiwa wametulia. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. So it's a little different in the way we pray. Kwa sababu ambayo siwezi I come to a kuelewa. point in my life of total desperation Mungu that I ameniita couldn't kwa go without huduma. fire. Na nilijua nahitaji I had to moto. have fire. Na sikuwa na Even though I moto. was saved at the age of 5 Hata ingawa and niliokoka baptized in the nikiwa na Holy miaka Ghost at the age of 5 8, na nikawa na moto nikiwa I miaka saw 8. many ministers and I didn't think they had fire. Nikaona wachungaji wengi na hawakuwa The na ones moto. that had fire, Yule alikuwa na moto. 3 days later, Baada ya siku I tatu could still hear their words. bado nilikuwa nasikia maneno yao. The ones that don't have fire, I never remembered what Wale they ambao preached. hawakuwa na moto sikuweza And kumbuka this is ujumbe wao. before cassettes and CDs and everything. Na hapo ilikuwa kabla ya kaseti za You would sit kurekodi. in the meeting and the preacher would preach. Tungeenda kwa mkutano, mhubiri 4 days anahubiri. later, Siku 4 you baadaye could still hear what he's saying. bado nasikia sauti yake kwa Because his masikio. words were anointed, they were birthed Maana in maneno the yake flame of ilikuwa heaven. na mafuta na ilikuwa imezaliwa katika maombi. And I knew I had to have that fire. Na nikajua lazima niwe na So for moto. whatever reason, Kwa hivyo kwa sababu yoyote I don't ile, know why, sijui kwa nini, I determined nikaamua that day I'm going to get the fire ya today. kwamba hiyo siku I'm lazima baptized nipate in the Holy moto. Ghost. Na But nikajazwa na it Roho. says the Holy Ghost and fire. Na ndio I've got the Holy nasema Ghost, but I want the fire. nahitaji Roho Mtakatifu na moto. I'm happy with the Holy Ghost, but I want the Ninafurahia na fire. Roho Mtakatifu, batiza na Roho na moto. So whatever, I don't even understand. Somebody said, what happened? Nothing. Na kilichotokea ni nini? I shouted Hakuna. again. Nikapiga yowe, Mungu, I want your fire! nahitaji moto. Somebody said, what happened? Nini kilitokea? Nothing. Hakuna. I shouted. I Nika- nearly frightened all of them. Nikapiga yowe zaidi ya Somebody kila said, you mtu. don't have to shout. Na nikaambiwa si lazima God is upige not yowe. deaf. Mungu sio kiziwi. He's not nervous either. Yeye hana wasiwasi ila. I was shouting because I was desperate. Nilikuwa napiga yowe maana nilikuwa blind natamani Bartimaeus. sana. Nilikuwa na shauku. Jesus! Nikasema, Thou Yesu, son of David, have mercy on me. mwana wa Daudi nihurumie. Be quiet. Shut up, you Nyamaza. blind beggar. Yule Stop kipofu making a noise. akaambiwa nyamaza. Jesus! Akasema Yesu. And then Jesus stopped. Na baada ya Yesu When akasimama. you're desperate, you don't care. Wakati uko na shauku You don't care hauogopi when- mpaka karibu sauti potee. And then suddenly, Na mara tu moja it was like you snap your finger. nikasikia kama ni It was like sauti somebody took ya mlio. hot oil and poured it on me. Nikajisikia Or kama like mtu warm amemwagilia honey. mafuta. And it went from my head all the way down Na to my mafuta toes. ikafurika kwa kichwa hadi And chini. immediately there was like a holy eruption. Na mara moja nikasikia And kama I was speaking mlipuko other mtakatifu tongues. na nikaanza I kuongea kwa was ndimi. laughing Na nikawa and I nacheka. was crying Na nilikuwa pia at the same nalia. time. Na wakati ule moja. Let me ask you a question. Naomba Who niwaulize. of you Nani have mwenu ever laughed and cried at the same time? ambaye ashaicheka na akalia pamoja In your life, at one katika time. maisha Wave your yako? hand. Nionyeshe kwa mkono wako. It's a natural response. People don't know that. Aha, hili ni jambo la kawaida, watu So that's hawajui. why what God does is Ki- He always does a natural response. Kile Mungu anachokifanya ni kitu ambacho ni cha kawaida, That's why I'm not into other things that people do. na ndiyo maana mimi And we sifuati got blamed in matukio the ya watu early days of wengine, revival for every nonsense that went on in the church. na mimi sijali mambo yale machafu inayoendelea. They accused me, we bark like dogs. I've never done any of that. Sijawahi hata bweka Those kama are devils mbwa. coming out, and people didn't know it. They thought it was the Holy Spirit. We cast the devil out of people. Tunakemea mapepo na yanaenda, And then they're roaring like lions and all this stuff. Na They call wengine it wanaguruma prophetic. kama simba. It's pathetic. It's not hayo ni prophetic. mambo ya kuchukiza. The Holy Ghost, everything the Holy Ghost does is a flow. It doesn't draw attention to yourself. It Kile Roho enhances. Mtakatifu anafanya kinahuisha na kinafurika. But you can't, if you stop everything, you'll stop the Holy Ghost. Na ukiacha kila The kitu only Roho way to correct Mtakatifu you, you have to anawacha. teach.
It's like a little child Ni kama wearing mtoto mdogo the parents' shoes. ambaye anavaa You have to viatu teach ya them. baba yake. They want to be big, but they got to grow into it. You have to teach them. You have to Wanataka show kuwa them. wakubwa lakini lazima Somebody's got to wakue. learn to prophesy, but you have to show them. Lazima ujue kutabiri kwa That's not even kujifunza. in line with the word. Na labda hata ujue kushika Amen. neno. Amen. And people make mistakes, which Na is watu fine. hufanya makosa mengi. You just have to teach them. Yakubidi That's why you got to uwafundishe. spend much teaching. Na ndio lazima And not just come with ufundishwe sana. negative. You must show them how to do it. Lakini nakubidi You can't waonyeshe just say, vile that's wrong, that's watafanya. wrong, that's wrong. You have to say, this is right, this is how you do it. Lazima uonyeshe hili ni bora, lazima ufanye hivi. The only solution for the counterfeit is to produce the real. Suluhisho ya kuondoa bandia ni kutoa kilicho halisi. Are you with me? Uko pamoja nami? You can't just say it's all counterfeit. It's not. Huwezi fanya mambo Remember yote. this, the wheat and the tares grow up together. Ya kwamba you don't magugu know. na ngano lazima zikuwe You pamoja. don't know na what hujui. is the wheat and the tares. Haujui magugu ni gani Only na at the ngano time ni of gani. harvest you know. Ni wakati wa mavuno Because utajua. the wheat is bowed down in worship. Maana magugu But the tare itainama. stands up arrogantly Lakini ngano and inasimama will not imara. worship. So you won't know. Na They hautajua. look alike. Yanafanana. You'll never know. Hautajua. Only at the time of the harvest. Ni wakati tu wa mavuno. And that time is right upon us now. Na huo wakati haujafika. Can you say amen? Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. So I'm shouting, God, Kwa hivyo napiga yoye I want your Mungu. fire. Nahitaji moto. And the fire of God hit me. Na moto wa Mungu I was speaking in other ukaniangukia. tongues. Nikaanza I was kunena kwa laughing. ndimi. I was weeping. Na nikilia And the fire, nikicheka. it was like electricity going through me. Nilikuwa ni kama My whole stima body inapanda was inashuka. tingling. It was like I plugged into a socket. Nikitetemeka kama mtu aliyewekwa So kwenye I didn't stima. know what to do. Sikujua cha So I kufanya. started laying my hands on people around me Nikaanza kuwekelea watu because I thought mikono. I must get rid of some of Maana this. nilijihisi So I put lazima my hands on niachilie moto people fulani. and they start falling Na out. wakaanza kuanguka. And when the bus stopped at the campgrounds, Na there were wakati bodies lying all the way basi down nilisimama pale kwa between the uwanja, rows, walikuta watu down the wamelala. stairs, onto the Wamelala garage. kila pahali kwa nyumba. And I wrecked the whole Baptist camp. Na nikabadilisha Which I hiyo kampu apologize, I yote. didn't mean to, but I wrecked the whole thing. Lakini niliharibu yote kwa But roho. I didn't know this. Na sikujua Those young haya. ladies went back to their high school. Wale wasichana wa shule And ya a upili revival wakarudi broke up that ran shuleni. for 3 years. Na kukawa na moto And unawaka thousands of miaka young people were mitatu. touched Na maelfu ya watu by the fire wadogo of God. wakabadilika. Can you say amen? Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. So, you know, we allow weeping in church. Unajua tunaruhusu kulia But for kanisani. whatever stupid reason, Lakini kwa sababu yeyote ya people don't want kipumbavu laughing in church. haturuhusu kucheka kanisani. But God sits in heavens Lakini Mungu ameketi and mbinguni he laughs. na anacheka. So what are you talking about? Unasema nini wewe? God laughs. Somebody said, Mungu hucheka why akiwa would God mbinguni. come and laugh through the church? Kwa nini Mungu asije acheke Because when kanisani? God laughs through the church, Maana maandiko yanasema the Mungu anacheka principalities kupitia and kwa powers kanisa. are in total Ngome na disarray. mamlaka zote zinaanguka. They get into total confusion. Zinakuwa na They mchanganyiko. turn on each other like a dog on its own tail Yale mamlaka zinaanza And that's what kupigana causes kama the mbwa breakthrough. akikimbiza mkia. to take place. Mungu anaruhusu mambo Can you yale say yatendeke. amen? Usema amen. So we have to activate Kwa hivyo lazima the release tuchochee of the water. kuachilia kwa On the maji instant. furaha. Now, will the Lord make you do it? Na Bwana atakufanya ufanye vile? No, probably not. Labda haitawezekana. Here's the thing about God. He will never force anything on you. Mungu hatawahi kukulazimisha chochote. You have to yield to the Holy Spirit. Lazima ujiachilie. You have to let that river begin to flow Lazima out. uachilie ule mto ufurike. And if you're ashamed, Na kama wewe unaaibika here, hapa, you'll be ashamed out there. utaaibika kule. Here, you're at home, you're amongst friends. Hapa uko nyumbani, uko kanisani Out na there, you by marafiki. yourself. Kule nje ni If watu you can't wageni. yield to the Holy Spirit, yeah, you're not going to yield to the Holy Kama Spirit. out there. utajiachilia kwa roho hapa, utajiachilia kule nje. Not going to happen. Haitafanyika vile. So, I want to do that now. Kwa hivyo ningependa kufanya I vile want to sasa. activate the river Nataka niweze kuchochea mto on the inside of each and every ndani ya person. kila mmoja wetu. So put your hand on your belly. Kwa hivyo wekelea mkono wako kwa tumbo Some lako. people's hands will be further away than others. Wengine mikono yenu itaondolewa mbali kuliko wengine. Amen. Amen. He said, Alisema out of your belly
kutoka kwenye tumbo lako kutatokea chemichemi ya maji yaliyo hai. So right now, kwa hivyo sasa hivi, I speak to the river of the ninanenea mto ulio ndani yako, and I command that river to flood its banks. Amrisha huo mto uanze kufurika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. With a joy unspeakable. Katika furaha ambayo haiwezi kuelezeka. Waanze kufurika. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Now listen. Nisikize sasa. I command you. Ninakuamrisha. To laugh. Ucheke. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. A river shall flood Mombasa. Like a river it shall flood. Kama mto utafurika. A river. A river shall flow. Mto utafurika. A river shall flow out of all of you. Mto uendelee kufurika zaidi. Fill. Jazwa. This is what happened on the day of Pentecost. 120 people filled with the Holy Ghost. They went on the streets. People thought they were. They went on the streets. People thought they were drunk. They thought they were drunk. They said they've been drinking. Peter said, these are not drunk as you suppose. See, it's about the third hour of the day. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Woo! Come on. We'll flood Kenya. We'll flood the halls of government. It will flood the Supreme Court. It will flood the streets. It will flood the places of business. It will flood every town and every city and every village. And the river will flow. The river of God shall flow. No devil can stop what God's doing. Every promise God has given you will come to pass.
Because he doesn't lie. Maana yeye hadanganyi. Lord is here. Bwana yuko hapa. For the Lord is here, and where is His Lord. This is holy ground. Hapa ni mahali patakatifu. We're standing. We're standing on
carefully. I want to say this to all the leaders. Ningependa kuambia viongozi wote hivi. If there was a way, there was a way. If there is a way, kama utaomba, for you to become more aware of the Holy Spirit, ndio uweze kuomba zaidi katika roho, than anything you see in front of you. Than anything you see in front of you. Kama kuna kitu naona mbele zako, that you're totally talking to him, letting him do whatever he wants to do. Ya kwamba utamwachilia afanye kile anataka kufanya. Your head might be doing backward somersaults. Lakini nakwambia, if you will do that, kama utafanya vile roho inakwambia, you will see the hand of God. Utauona mkono wa Bwana. Kenya. The years, miaka yote ile, we've been called everything. Tukiachilia chochote to where it's ridiculous. Tuache roho atembee. But we laid it all on the altar. Lakini tunaachilia yote kwa madhabahu. We said, Lord, tunasema Bwana, we will obey. Tutakutii wewe. It does not matter what people say. Haijalishi vile watu watasema. Because he wants you to be more aware of his presence than anybody else. Maana anatamani ujue uwepo wake zaidi ya vitu vyote vingine. When a king comes in a room, you're aware of the presence of the king. Wakati mtu anaingia kwa chumba, unajua ameingia. When the head of a state walks in, you're aware of the presence. Wakati rais anaingia pahali, unajua ameingia. Na je, when the Holy Ghost comes in, ni vipi unaweza kujua wakati roho anatembea? Now his power na is all over this field right nguvu za roho ziko kila pahali. I feel the anointing of heaven so ninahisi strong upako kwa njia here. You that are nguvu watching sana. by way of television, God is setting people free again. Anakomboa watu hapa hawatabaki vile walivyo. A new boldness is going to come upon you. Na anajua nguvu. Whole chapters of the Bible are going to explode on the inside of you. The word of the Lord is going to come forth. Your congregation is going to look at you and go, where have you been? How many will say with the uplifted hand? Who will say with the uplifted hand? Say, Pastor, from this day, I'm going to yield to the Holy Spirit. Nitajipeana kwa roho. Kama unasema unyanyua mikono yako juu, kama unasema mchungaji, I'm going to develop a relationship. Nitaendeleza uhusiano wangu with the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. And he's going to become more real to me. Na atafanyika halisi sana kwangu zaidi than my wife, kuliko mke wangu, husband, kuliko mume wangu, my children, kuliko watoto pia. And he will teach me. Na atanifundisha roho. He will show me. Atanionyesha. He will lead me. Ataniongoza. He will guide me. Atanipa mwelekeo. Listen to me. Hebu nisikize. We have 5,200 members in our church. Tuna watu 5,200 kanisani. We have 152 members on staff. Na tuna wafanyakazi 152. I tell our people all the time. Huwa naambia watu wangu mara kwa mara. Whatever God has done. Mungu ametenda. We are very thankful for. Tunashukuru sana. But we have not even begun yet. Lakini bado hata tujaanza, bora bado iko njia. Tukinyenyekea kwa Roho Mtakatifu. And we will see mighty things. Tutaona mambo yaliyo makuu. We will never settle. Ambayo we will never get to a place where we're comfortable. Tafika mahali tutosheke. I'm praying for whole nations to be shaken by the hand of God. That's why we came to Kenya, that God would shake Kenya by his power and by his hand. Kenya kwa nguvu zake na kupitia roho wake pia.
God laid the foundations of Kenya. Mungu aliweka misingi ya He Kenya. will shake the whole of the Rift Valley. Atatikisa. I'm telling you right now. Nakwambia hiyo sasa. Hallelujah. Atatikisha hata bonde la ufa. Glory to God. And there's not a devil in hell that can stop what God's about to do. Hakuna pepo kuzimu atazuilia kile Bwana anapanga kufanya hapa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Bwana. So I feel right now, ninahisi sasa hivi I'm going to give several calls. Nitafanya mialiko. The first call, which I always do, mwaliko wa kwanza ambao wanafanya mara kwa mara, is for people that have come today. Ni kwa watu ambao wamekuja leo. You weren't here this morning. Hauko hapa asubuhi. But as you're standing here today, unaposimama hapa leo, you're not right with God. Hauko sawa na Mungu. This is very important. Ni muhimu sana. That I give you an opportunity to make right with God. Ninakupa nafasi ufanye mambo yako sawa na Mungu. I don't want any person that's been in this meeting, sitaki mtu ambaye amehudhuria mikutano hii, to leave here atoke hapa and you die and you go to hell. I na don't want that ufe to na be. uende ziwa la moto. Sitaki. God will hold me accountable. Mungu atanifanya niwajibike. I must give this call. Lazima And nitii then I've mwaliko. got a call after that for something else, and then one other. And Ndio then we'll mwaliko ya close. kwanza nafanya hiyo, And kama ungependa kusawazisha we'll maisha carry yako na on in the Mungu. morning. Alafu tafanya zingine mbili. This first call, mwaliko huu wa I kwanza, want you to bow your heads. ningependa uinamishe kichwa chako. And I want to ask across this field today, Ningependa kuuliza kwenye uwanja wote huu, if you are here kama uko hapa and you've never given your life to Jesus, na hujawahi mpa Yesu maisha yako, you've never said, Jesus, be my Lord and Savior, hujawahi sema Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu, what would happen kutafanyika if nini today was your last day on the earth? leo kama ni siku yako ya mwisho kwenye dunia? Where would you go? Where would you spend eternity? Utaenda wapi? Umilele wako utakuwa wapi? I want you to know Ningependa ujue there is a heaven again and a hell to shun. kuna mbingu na pia kuna ziwa la moto. And you don't have to go to the devil's Na hell. si lazima uende kwenye nyumba ya Because shetani. 2,000 years ago, Miaka 2000 ambayo on ilipita, Calvary's cross, pale Kalivari the price msalabani, was paid alilipa and the fidia blood was Yesu shed. na damu ikamwagika. And just like that old song says, there is a fountain filled with blood, kuna kisima ambacho kimejaa damu drawn from Emmanuel's veins, katika mishipa ya Emanueli, and sinners plunged beneath that flood, na ukiwala wanaoingia pale wenye dhambi chini ya damu hiyo lose all their guilty stain. wanapoteza madoadoa yao yote ya uchafu, Today the power of sin will be broken. na nguvu za shetani zitavunjika The leo. power of guilt and shame will be removed from your Nguvu za life. kujisikia umeaibika, You umehukumika might have kutoka come here maishani one mwako, way, but you're leaving another way, na utapata njia mpya kufuata Yesu, because he calls you today. kwa maana Yesu anakuita leo. He says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Njoo kwangu nao ulemwa na mizigo and I'm mizito, going to give you rest. And he will atakuja touch you and kwako. will set you free. Labda umekuja hapa leo, And you say, I gave my life to Jesus sema in days gone by, limpa maisha Yesu, na baada ya siku kadhaa but I've grown cold. hasa nimekuwa I'm not baridi, serving God like I should. simtumikii Bwana inipasavyo. I go to church, but my life Kanisani naenda, lakini maisha yangu is in a mess. yako yamechafuka. I've been living in the world. Nimekuwa nikiishi maisha ya kidunia, I've been bound by addictions. nimefungwa na vifungo My fulani. life has not been pure. Maisha yangu hayajakuwa masafi, I've been messing around. nimekuwa But I want nikijichafua to be chafua, pure. I want to be pure. lakini ningependa kuwa I wanna be msafi, holy. niwe mtakatifu. I don't want to live in sin. Sitaki kuishi kwa dhambi, I want to come to Jesus nataka today. nije kwa Yesu Kristo. I want to be a true Christian. Nataka niwe Mkristo wa I want to kweli, walk in the paths of righteousness. nitembee katika njia ya haki, I want to live a life of sin. niache maisha ya dhambi. I can't live like this anymore. Siwezi nikaishi hivyo tena. Today I want to serve him. Leo ningependa, You've grown cold, umekuwa baridi, but he says, come, I'm going to light that fire one more time. nasema ningependa nipokee moto mara nyingine tena. Maybe you're here. Labda uko hapa, You said, I was serving the Lord and I was doing well. sema nilikuwa namtumikia Bwana nikiendelea vizuri, And a storm came, and lakini dhoruba ikaja sudden divorce, a bankruptcy, na ghafla nikadhoofika the loss of a loved one, and an illness, na nikagongwa labda na dhoruba betrayal hiyo, of a close friend, the loss of a job. na labda kazi ukapoteza, labda Something happened that took my breath away. kitu kilifanyika kikaniondoa jazba yangu na But today shauku, I'm coming back. lakini leo narudi I'm going to tena, fall in love with Jesus all over again. nitampenda Yesu tena mara nyingine. Maybe you here.
Labda uko hapa. And you say, Pastor, Sema mchungaji, I do love the Lord, nampenda Bwana ndio, but I'm not sure of my salvation. lakini sina hakika ya wokovu wangu. I cannot look you in the eye and say, I know beyond a shadow of a doubt. Siwezi kuangalia ana nikwambie bila shaka yoyote. If I died right now, I'm going to heaven. Ya kwamba nikifa leo nitaenda mbinguni. I would hope so. Natumaini hivyo. I don't want you to be in that position. Sitaki katika nafasi ya kutokujua. Nataka uwe na uhakika. If you fit into any one of these three categories, kama nimetaja wewe kwenye viwango vitatu hivyo, I want to pray with you and for you. Nataka nikuombee. Right where you are. Mahali ulipo sasa. I want you to quickly put your hands up right now. Weka mkono kama uko moja wapo ya vikundi vitatu nimetaja. Pray for me. Unasema niombe. Pray for me. Na mchungaji niombe. Pray for me. Niombe. I want every person with your hand in the air. Kila mmoja aliyeinua mkono wake sasa. Stand right here. I'm going to lead you in a prayer. Tembea na uje usimame mbele hapa. Tembea uje mbele. Come now. Moja wapo ya vikundi vitatu hivyo. Toka kwenye kiti kuja sasa mbele hapa. Umpokee Yesu, umrudie na pia shauku yako na jazba ya utumishi. Bwana akuregeshe. Wache kuwa Mkristo wa baridi. Kuja mbele maombi hapa. Mtumishi Bwana yuko tayari kukuombea. Leo ni siku ya wokovu. Today is the day of deliverance. Leo ni siku ya kukombolewa. Today is the day of freedom. Leo ni siku ya uhuru. Today the gospel comes. Leo injili yaja. Today good news comes. Kuleta habari njema yaja kwako. In Kenya. Hapa Kenya. You that are watching by way of television. Wewe unaangalia kwa mtandao na runinga. He's flooding your life right now with good news. Nawe pia tunakujaza na habari njema. Right now the chains of sin have been broken. Leo nira dhambi itavunjika. That which has held you back will hold you back no more. Kile ambacho kimekuzuilia hakitakuzuilia tena kuanzia leo. That anger, hiyo hasira, that unforgiveness, kutokusamehe, that lust, hiyo tamaa, perversion, uovu, been broken right now. Itavunjwa sasa. You're going to leave your change. Utatoka hapa. Not by the hand of man. Umebadilika si kwa mkono wa mwanadamu. By the hand of God. Lakini kwa mkono wa Mungu. As he calls you now. Anapokuita leo sasa.
and my Savior. and my Savior. And I believe in my heart And I believe in my heart that God has raised you from the dead. God has raised you from the dead. I will be saved. I will be saved. So, Father, right now, So Father, right now, I confess I confess Jesus Jesus is my Lord is my Lord and my Savior. and my Savior. And I believe in my heart right now I believe in my heart right now that Jesus that Jesus rose from the dead rose from the dead for me. me. And right now, And right now, I receive you I receive you as my Lord and my as Savior. my Lord and Savior. Thank you for dying for me. Thank you for dying for Thank you for shedding your blood for me. me. Thank you for shedding your blood for me. Thank you that on the third day, Thank you that on the third you day rose for me. you rose for me. And thank you Thank you that you're coming back again for me. that you're coming back again for me. From this day on, From this day I'm on, never going to be the same again. I'm never going to be the same again. I confess I confess Jesus Christ Jesus Christ has come in the flesh. has come in the flesh. He is He is my Lord my Lord, and my Savior. my Savior. And right now, And right now, by faith by faith in the finished work of the cross in the finished work on the cross, and by the shed blood of Jesus, I'm saved. I'm saved. I'm born again. I'm born again. I'm on my way to heaven. On my way to heaven. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for saving me now. for saving me now. Now just lift both hands and thank Him Sasa right nyosha now. mikono yako, mshukuru Mungu mahali ulipo. Nyosha mikono yako miwili, mshukuru Mungu. Which the Bible says all heaven rejoices over one sinner. Ile nasema mbingu ufurahia wakati mwenye dhambi There mmoja is tu. a big noise in heaven right Kuna now. kuwa na kelele na shangwe mbinguni sana Just over sasa. what's happened here right now. Kile kimefanyika hapa, kuna shangwe There mbinguni. is a big noise Tushangilie pamoja na mbingu. in heaven Kuna shangwe over one mbinguni. sinner. Haleluya. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. I want to encourage every one of you that's come forward. Nataka kutia moyo kila mmoja aliyekuja hapa mbele. From this moment, Kuanzia muda huu, I can tell you this. naweza kuambia hivi, Your sins dhambi zako are forgiven you. zimesamehewa. Right now. Sasa You are forgiven. mmesamehewa. You're forgiven. Mmesamehewa. Every one of you. Kila mmoja wenu Forgiven. mmesamehewa. Go sin no more Msifanye dhambi tena and live for Jesus. na umuishie Yesu. Read the Bible. Biblia soma. Go to church. Enda kanisani. And all the participating churches, you find out who they are here and go. Makanisa ambayo yapo, enda kanisani. You don't stay home on Sunday Usikae Jumapili and nyumbani. fellowship at the First Church of St. Mattress. Ushiriki nyumbani Jumapili, wewe enda kanisani. Are you with me? Pamoja. You do not lie in bed. You go to church. Hapana, usilale Take your children kitandani. to church. Watoto wako wapeleke And you serve kanisani. God. Na uende And mwabudu put Him Mungu. first place. Na umweke awe kipaumbele maishani mwako. Amen. Amen. Now, how many of you will say, from this day, Ngapo wasema kwamba kuanzia leo I'm going to let the Lord use me nitamruhusu Bwana to anitumie. tell one person a day about Jesus? Nimwambie mtu mwingine kila siku kumhusu Yesu. Unasema hivyo. Wave your hand. Punga mkono kama ni unaitikia. Amen. If you weren't here this morning, I Kama want to hau- ask you, Kama uko hapa asubuhi who niliuliza, of you that are here for the first time today, how What- many of you will say, I will tell one person a day about Jesus from now to the time He comes to take me? hata mliokaa kule nyuma, kama uko hapa asubuhi nilisema kwamba nani ako tayari kusema kuanzia leo Wave your kila hand. siku mtu mmoja atamwambia kuhusu Yesu. Wave Kama your unasema hand. hivyo, Wave punga your mkono. Hata mlio kule nyuma, punga mkono wako juu. This is going to result in many souls in Kenya, Hilo tafanya nafsi nyingi sana zitaokolewa, because all of you have a testimony, kwa maana nyote mko na ushuhuda, and your testimony is going to set somebody on fire. na ushuhuda wako unaweza washa mwingine moto. Listen, think about it. Hebu sikiza, tafakari Here hili. I am, Mimi niko hapa sasa. an African boy from the Eastern Cape, Mwafrika kijana ametoka Afrika and Kusini. God touched me, Mungu alinigusa. and now I've traveled to 89 countries Sasa nimesafiri mataifa in 89 43 years. katika miaka 43. When I started, Nilipoanza I didn't know how far it would go, sikuwa najua nitaenda umbali kiasi gani, but I just said I'm going to be faithful. lakini kasema nitakuwa mwaminifu. I had people mock me. Watu wakanisimanga, You have nothing. wewe una kitu, Who do you think you are? wewe unafikiri wewe ni nani? I said I didn't think I'm anything. Nikasema sawa, mimi And I just kept every day just doing it. na nikajikaza kila siku My nikifanya wife and I tu, just praying, kila siku nikiomba, just believing God. nikimwamini Mungu. Amen. Amina.
And then the Lord just began to give the increase. Na Bwana akaanza kuleta ongezeko. And you will see the same thing. Nawe pia utaona matokeo hayo hayo. Because God does not love me more than you. Mungu hanipendi mimi zaidi yako. He loves us all the same. Anatupenda wote sawa. Can you say amen? Hebu sema amina. And so God will use you now Mungu atakutumia sasa to win many souls ukavue nafsi nyingi and bring them into the kingdom. na uingize kwenye ufalme. Can you say amen? Hebu sema amina. And you know what? Wajua jambo lingine? 100 years from now, Miaka 100 toka all leo, of us, sote hapa we will dance on the streets of gold. tutakuwa tunacheza kwenye mitaa ya And dhahabu. we will go, I'm so happy we brought many people with us. Nasema kwamba tuna watu tuliwaleta pamoja nasi And your wakaungana family nasi. members are going to get saved. Watu wa ukoo wenu wataokoka, And your loved ones are going to get saved. wapendao And wataokoka, God's going to bring them all into the na kingdom Bwana atawaingiza wote kwenye before ufalme Jesus comes. kabla Yesu arudi tena. Can you say amen? Hebu sema amina. Now, Sasa I want to quickly just say this. nataka niombe niseme hivi, If you don't have a job, wewe kama huna kazi, who doesn't have work? You don't have a job. nani ambaye watafuta kazi huna kazi? Put your hands up right now. Inua mkono wako juu kabisa sasa hivi. I'm going to give you a job from this Nitakupa day. kazi kuanzia sasa. Somebody said, oh, wonderful. Oh, ajabu. I'm so happy. Na furaha. Pastor Rodney's going to give me a job. Mchungaji atanipa kazi, Pastor Rodney. Somebody said, who's paying me? Nani ambaye atanilipa? I'll tell you how it works. Nitakwambia inafanya kazi kwa njia If gani. you make a covenant tonight Ukifanya agano usiku wa leo, to tell the Lord, kumwambia Bwana, I don't have a job, sina kazi, but I'm never going to act like that from today. lakini sitakaa hivyo As kuanzia leo. far as I'm concerned, Kwa habari zangu I have a mimi job. niko na kazi. And guess what? Na unabashiri nini? I'm working for you. Nakufanyia kazi So Mungu. every day I'm going to get up Hivyo nitakuwa naamka kila siku and I'm asubuhi, going to go out naenda nje, and I'm going to go on the streets nenda mitaani, and I'm going to lead as many people as I can to Jesus. nitaongoza wengi kwa Kristo. And I'm going to expect you to help pay all my bills. Nitangoja wewe Mungu And I ukalipe. promise I'm going to work every bills day. zangu. I'm going to work. I'm going to go. Nitafanya kila siku. And you watch what happens. Na wewe angalia When kitakachotokea. you do that, Ukifanya hivyo, you're going to be shocked. And utashangaa. some of you are going to find yourself in the middle of a wonderful ministry. Unapata katika huduma kubwa. Are you with me? Pamoja nami. That the Lord bursts on the inside of you. Bwana kazae kitu ndani yako. Now we've got tools we want to give you that will help you, Pastor Eric. Kuna vifaa tungependa tuwapatie We vikusaidie. have it in Swahili and also in English. Tuko na chapa ya Kiswahili na pia And I've got to get you attached to eternal purpose. nitakupa andiko la kusudi la umilele. Because everybody says you got to get an education, which that's good. But 100 years from now, you're not going to use it. Miaka 100 kutoka hapo utakuweko hapa. In actual fact, when you get educated, you're almost too old to use what you learned. So it becomes redundant anyway. Unapoelimika zingine I unazika na kwa apologize for telling you ikusaidii that. sana. What is done for eternity will last. Lakini ambacho umefanya cha umilele kitakaa, kitadumu. And the most precious thing you could take with you is people. Na jambo la dhamana unaweza andamana nalo ni watu. So focus on people Hivyo lenga watu and watch what God does. na utazame kile Mungu atatenda. Can you say amen? Hebu sema amina. So Pastor Eric is going to explain this to you. Mchungaji hapa basi I atakupa want the maelezo. ushers to grab the tools. Vifaa viko And pale. if you don't mind getting another microphone up, Patie kipaza sauti kingine that will be great. na itakuwa ni vizuri. In amongst all the collections of microphones here, I've never seen so many microphones on a platform before. Sijawahi iona paza sauti nyingi kiasi hivi. Amen. Amina. Except when you need one to use it. If you didn't get one of these, just raise your hand and we'll get it to you right now. Ikiwa ungependa kupokea hizi, inua mkono wako. If you didn't get one, raise your hand. Kama ungetaka moja, Right nyosha here. mkono Raise your wako hand juu. if you didn't get one. Nyosha mkono We wako have them in usipopata moja. Swahili and English. Iko kwa Kiswahili na Kizungu. If you need Swahili, raise your hand. Ukihitaji Swahili, nyosha mkono If wako. you need Swahili, Ukihitaji Swahili, nyosha mkono wako. ushers, grab the Swahili ones right here. Imechapishwa na Swahili, nyosha mkono wako. Swahili. Swahili. Ushers have them in English and Swahili, but the only ones with hands up is Swahili. Wale wameinua mikono ni If wale you need wanahitaji za Swahili, we Kiswahili. need a Swahili down here. Right over here, We need a ushers, Swahili, Swahili. Just yeah. make your way through Mwingine the ambaye crowd. anahitaji ya Kiswahili anyoshe mkono wake juu. More Swahili. Right over here. And then I'm going to show you quickly how to use this. Na kisha nitakuonyesha kwa haraka vile utakavyokuitumia.
1:8 says you shall receive power after that. Injili, The power God's going to show up. nguvu za Bwana Outside the zitajidhihirisha church. Outside the church. kule nje ya kanisa. I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God. Mimi siaibiki injili maana ni nguvu za Mungu. The Lord's not giving me a spirit of fear, but a power, love, and a sound mind. Na ya kwamba Mungu anakupatia akili iliyo timamu. So I'm just going to read this. You read this to somebody. Kwa hivyo utaenda usomee mtu hili chapisho. And it works because you're on fire and the gospel's in here. Itafanya kazi maana umejazwa na roho na injili iko hapa. So you ready? Kwa hivyo kama Now we neno. go to lunch and I'm going to witness to him. Kwa hivyo tunaenda kwa mamkuli ya mchana, naenda kumpatia injili. Take your card and just read it. Kwa hivyo nitaisoma. You're going to do this today. Utafanya hivi leo. Hey Ray, has anybody ever told you that God loves you and he has a wonderful plan for your life? Je, kuna mtu ashai kukuambia ya kwamba Mungu anakupenda na mna mpango mzuri juu ya maisha yako? Somebody's told me that before. I have a real quick but important question to ask you. If you died this very day, do you know for sure, beyond a shadow of a Swali la doubt, that pili, you go to ukifa heaven? leo, je, I utajua think mahali I'm going to go to utaenda? heaven. Great. Why would you say yes? Na mbona usiseme ndio? I'm a good person. I help old ladies across Mimi the mtu street. mzuri, usaidia You watu. know, I buy people cokes. Na wabaia watu hata nguo. I think I'm a good person. Naona mimi niko tu sawa. Number one answer in the world, I'm a good person. So just keep reading it. Jawabu lake la kwanza ya kwamba yeye ni mtu aliye Now mzuri. he could say, I go to church, Endelea I believe in kumsomea. God, I'm an atheist, whatever. Anaweza sema yeye si mtu wa kanisa ama yeye si muamini wa Mungu. Unless he says, I'm saved, I'm born again, I have Jesus in my heart or something like that. Ila tu aseme ameokoka, akona Yesu moyoni. I just keep going. Now we're at the bottom. Mimi nitaendelea kumsomea maandishi haya. Let me quickly share with you what the Holy Bible reads. Wacha nikushirikishe vile Biblia inasema. It reads, for all have sinned and come short of the glory of God. Ya kwamba wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Na Jesus Christ mshahara wa our Lord. dhambi ni mauti, lakini kipawa cha Mungu ni uzima wa milele. The Bible also reads, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maandiko pia inasema atakayeliitia jina lake Bwana ataokolewa. And you're a whosoever, aren't you? Of course you are. Na wewe pia ni mmoja wa hao. Turn your card over. Follow along. Turn your card over Ufuate kadi kisha to the back. uipindue. It says, I'm going to say a quick prayer for you. Inasema nitakuombea maombi ya I'm haraka. going to pray you get saved right now. Nitakuombea uokoke sasa hivi. I'm going to say a quick prayer for you. Nitakuombea maombi kwa haraka. Lord bless Ray and his family with long and healthy lives. Mungu bariki Lei pamoja na jamii yake na afya nzuri. Jesus, make yourself real to him Yesu, jidhihirishe mwenye hakika kwake. and do a quick work in his heart. Na ufanye kazi ya haraka kwa roho yake. If Ray has not received Jesus Christ as his Lord and Savior, Na kama Lei hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wake, I pray he'll do so now. na muombea aokoke sasa. So I just prayed he's going to get saved. I believe the Lord's been working on his heart. Kwa hivyo nimemuombea au Come into my heart. njoo ndani ya moyo wangu. Come into my heart. Forgive me of my sin. Ukanisamehe dhambi. Forgive me of my sin. Wash me and cleanse me and set me free. Ukanioshe, ukanitakase, ukaniweke Wash me huru. and cleanse me and set me free. Jesus, thank you that you died for me. Yesu, nakushukuru maana ulinifia. Jesus, thank you that you died for me. I believe that you're risen from the dead Ninaamini umeshafufuka kwa wale I wafu. believe that you are risen from the dead and you're coming back again for me. Na unarudi tena kwa ajili and yangu. you are coming back again for me. Fill me with the Holy Spirit. Nijaze kwa Roho Mtakatifu. Fill me with the Holy Spirit. Give me a passion for the lost, Nipatie shauku ya kuwafikia passion for the waliopotea. lost. a hunger for the things of God, Na nikawe na kiu cha mambo yaliyo ya Hunger for Mungu. the things of God. and a holy boldness to preach the gospel of Jesus Christ. Na nikapate ujasiri And a holy mtakatifu wa boldness to kuhubiri preach the injili ya gospel Yesu of Kristo. Jesus Christ. I'm saved, I'm born again. Nimeokoka, nimezaliwa I'm mara tena. saved. I am born again. I'm forgiven, Na I'm nimesamehewa. forgiven. and I'm on my way to heaven. It's in my heart. Maana niko na Yesu Because I have moyoni. Jesus in my heart. Hallelujah. Hallelujah. Now you just read the bottom part. Ngaza All leo. your sins are forgiven. Nikiwa dhambi zimesamehewa. Remember, run to God and not from God, because he loves you and has a great plan for your life. Ya kwamba uko ndani ya Mungu maana anakupenda na kuna mpango mzuri kwako. That's awesome. Hayo ni mambo ya ajabu. And now what I need to do, Kile go and ambacho clap. nahitaji kufanya, All heaven rejoices over one sinner that comes to repentance. mbingu yote inashangilia wakati mwenye dhambi anageuka.
And now I need to bring him to church with me. Na kwa hivyo nitambeba nimpeleke kanisani. You tell him what church you go to. Mwambie ile kanisa And you unashiriki. say, come with me this Sunday, I'll introduce you to many people. Na kisha umwalike, mwambie nitakupeleka kanisani nikutangulize kwa Can you wengine. come? And you shake their hand, say for sure, for sure. Na umulize kwa hakika. And then you make disciples. Na kisha umfanye mfuasi ama mwanafunzi. Thank you. So, what just happened? Akili ambacho kimetukia. We gave you an assignment. Tumekupa kazi tayari. One of the things that I will talk about tomorrow, Mojawapo ambao mtazungumzia kesho, we are doing the same thing in business. tunafanya jambo hilo katika We're raising up business people. ulingo wa biashara, And there's tukikuza some things that we've wafanyabiashara. been doing in different countries, Tunafanya kwa mataifa tofauti, which I'll tell you about. nitawaambia habari za And we've hiyo. been helping people start business. Zile kusaidia watu kuanza ama kuzindua and biashara. I'm encouraging churches to help people do that. Ninatia moyo wa makanisa And then wasaidie watu wafanye you hivyo. hold them accountable. Alafu pia wanawajibika It's kwenu. like we give them a talent to start something. Mnawapa And mtaji then waanze they have kitu. to show what they're doing. They can't Alafu, spend it on their phone and waonyeshe kile wanafanya hotel taratibu. room. They got to take it and multiply it. Alafu And unazidisha. that way we can raise up business people. Na hivyo tunakuza Whatever wafanyabiashara. starts small will increase. Unaanza kidogo, And especially inaongezeka. when you pray and you ask the Holy Spirit to help you. Unaomba Roho Mtakatifu akusaidia, hata ukianza vidogo inaongezeka tu. Are you with me? Pamoja nami. So I'm going to talk about that tomorrow. Nitaongea kuhusu biashara Which kesho. I believe, well, I mean, it's one of the things I'm going to talk about Ni tomorrow. mojawapo mambo So nitazungumzia we'll kesho. go at 8. We'll do the same program 8 through Tutakuwa na about 12:30, and then we'll do 2 till about 6. Tutakuwa ratiba kama ya leo tu. And then that's it. Saa 2 mpaka saa 6, But alafu saa I 8 alafu promise hivyo. you, the fruit from this is going to be much. Na kuhakikisha kwamba matokeo ya So, mkutano itakuwa ni mingi sana. Now let me Matunda. just see. I'm taking a photographic picture of all of you because I've got a photographic memory. And if I come back to Kenya and find out you're not doing what you should, I'm going to lay hands on you. No, I'm teasing you. I'm Nikipata teasing. nirudi Kenya nipate God bado is, uendelee vizuri. God mtaani. is with you. The Anyway, Holy Mungu Spirit yupo is with pamoja you. nawe hata And hivyo. He will help you. Atakusaidia. And you talk to Him Ongea naye. just like you talk to a friend. Bila ongea na rafiki yako tu. When you don't know what to do, say, Holy Spirit, can Wakati you bila help me? kufanya, ambia Roho Holy nisaidie. Spirit, can you teach me? Roho, unaweza nifundisha? Somebody said, do you do that? I do that all the Unasema time. unafanya, Bwana anafanya mara kwa mara hivi. There be times I go, Holy Spirit, Wakati mmoja anasema Roho Mtakatifu, nisaidie. help! Saidia. And He always helps. Na wakati wote Roho huwa Always. anasaidia. Always. Wakati wote. Amen. Amina. You can trust Him. Muamini. Praise God. Bwana pewe sifa. Are you happy? Una furaha? Are you happy? Je, una furaha? Are you happy? Una furaha? Then have some joy then. Basi kuwa na furaha ionekane basi. Huyu amecheka vizuri. Amen. You can go back to your seat. Unaweza And then I rudi want to kwenye give one other call. kiti chako nifanye Isn't this wonderful today? Isn't this mwaliko moja. awesome? Sini today? ajabu, atupigie Bwana Yesu In this makofi glorious day, kwa utukufu wa ajabu leo. in this, Shangaza leo. Pastor Robert, isn't this awesome? Mchungaji Robert, ni ya kushangaza, ni ajabu sana. It's wonderful. Ni ajabu kweli. Hallelujah. Hallelujah. You will never know how much we prayed over this Wewe utawahi jua jinsi tumeombea. and literally wept over Kazi it. yangu hii. I'm working, Nafanya kazi. but I don't actually do anything because the Lord does everything. Amen. Amina. I like the way that the interpreter, Napenda vile tafsiri when he's not sure what to interpret, he just goes, uh-huh. wakati. Hallelujah. I've never seen that anywhere in the world, but yeah. Amen. Interpreter, he listens. So nipigia makofi. He's hiyo not ni sure what neema. to say. Amen. He goes, aha, Ye maanisha na iwe hivyo. aha, Aha. aha. I've never actually said so much aha in my life. Sijawahi sema aha kadhaa maishani I've mwangu. been preaching aha. Nimekuwa nikihubiri aha. Amen. Amina. I want Bishop just come
Tell the people what happened today, because many people don't understand. Come. Nataka askofu njoo tuambie kilichotokea leo. Njoo askofu. Watu wengi Tell them hawajaelewa. what happened to you. Ni nini kilichotokea kwako? I don't know what happened. Mimi sijui nini kilitokea. The Holy Ghost Roho Mtakatifu just came upon me. aliniangukia I receive a fresh anointing. na nikapokea upako mpya. Thank you, sir. Asante sana. It's hard to put into words. Haya ni mambo ambayo huwezi elezea kwa maneno. Because it's God. Kwa sababu ni Mungu anafanya. How do you put God into words? Utawezaje kumweka Mungu katika maneno All I can yako? say is, aha. Kile naweza sema ni aha. I got touched. Niliguzwa. And I wanted to carry that touch. Na nilitamani kubeba huo umguzo. And what's so beautiful na kilicho kizuri is whether I'm standing up in the Arctic Circle of the North, ni kwamba iwe nimesimama upande wa kaskazini amongst the Inuit or Eskimo, kule kwa Waeskimo kule, same thing, kile kile or the kitatendeka, outback of Australia, ama niko kule upande wa with the Australia Aboriginal people, nikiwa na wale watu wa msituni, same thing, yale or Papua New yatatukia. Guinea, Nikienda Papua New Guinea, the same thing, kile kitu kinatokea. or Argentina, Niingie Argentina, it does not matter, haijalishi ni or wapi. Haiti, Niingie Haiti, Dominican Republic, kule Dominican, Cairo, Egypt, niingie Cairo Misri, Mongolia, niingie Mongolia, it doesn't matter. haijalishi. People are all the same. Watu ni wale wale, And when the Holy Ghost touches them, na Roho Mtakatifu akiwaguza, He does His work. yeye hufanya kazi yake. Can you say amen? Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, Sasa hivi in closing, nikienda kutamatisha, because I'm close this program. endeleza baadaye. Nguvu za Mungu za sauti ya mbinguni And heaven will itakuja be heard in the place. na mbingu itasikika dunia.
kisha utaona Mungu akitembea. Can you say amen? Sema amen. Somebody said, that is nerve-wracking. Aha, Mungu afanye kazi yake. Can you say amen? Sema amen. Praise God. Bwana asifiwe. Thank you, Lord Jesus. Tunamshukuru Yesu. Hallelujah. 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 Praise God. Now, Bwana asifiwe. I want to close with this. Ningependa kutamatisha hivi. I believe that there's been people sitting here today. Naamini kuna watu wameketi hapa leo. And while you've been sitting here, na umekuwa umeketi hapa, you feel the call of God. Unajisikia uko na mwito wa Mungu to the ministry. Katika huduma. Maybe you received the call years ago, but you didn't obey. Labda ulisikia mwito miaka imepita na hujawahi kutii. Lakini ukiwa umekaa hapa siku ya leo, saying, I've got a special work for you. Bwana amezidi kukuambia niko na kazi maalum kwa ajili yako. And I want to use you in the full-time ministry. Na ningependa nikutumie katika huduma wakati wote. So if that's you, just come stand. Kwa hivyo kama wewe ndiye huyo, kuja usimame hapa mbele. Na tutaomba pamoja. And then I'll let you go. Na kisha nitakuachilia. Tomorrow we'll carry on. Na kesho tutaendelea. At 8 o'clock. Na saa 2 asubuhi. Amen. Amen. Pastor Ray and Octavia will be here. Mchungaji Ray na mwingine atakuwa hapa. And they will start with some worship. Na wataanza ibada and I'll be here soon after that. Na kisha nitaingia baadaye. Somebody said people only come late. Well, that's fine. That's their problem. Unaweza sema watu watachelewa, lakini ni sawa. I'll start. I don't care how many people are here. Nitaanza mapema, iwe ni wangapi wako. Remember, I told people I'm looking for 120 people. That's all. Kumbuka nilikwambia natafuta watu 120, hawa watosha. I feel like I already got more than 120. Ninajisikia nimepata zaidi ya 120. I'm very happy. Nimewapata, nimefurahia. I said I'm very happy. Nasema ninachangamka. Amen. Amen. Praise God. Bwana will be healed. Na walio wagonjwa watapona. Walio wagonjwa the deaf shall hear. Viziwi the lame shall walk. Vipofu wataona. The dead shall live again. Watu watakombolewa. New life shall spring up. Watu watachipuka na uhai. New churches. Makanisa. New churches will spring up. Makanisa yatalipuka. Bible schools will be planted. Shule za Biblia people will be trained. Watu watafundishwa. For the work of the ministry. Kwa wakazi ya huduma. Hallelujah. Hallelujah. Now, Father, I pray over each and every one Jehova naombea kila mmoja wao of these precious people. Watu hao wote walio hapa.
I hear the sound of heaven here tonight. Ninahisi nguvu za Bwana. We worship you. We give you praise. We give you honor. We give you glory. For you alone are worthy. We worship you. Set them ablaze. Set them ablaze. Oh yes. There will be use of you. There shall be an oracle. They shall speak the words that you tell them. Maneno yako. They shall go wataenda where you tell them. Na wasaidie. They shall do watafanya what you tell them. Kila utawaambia. Not they will. Hakuna. But yours be done. Itakachowazuia. Karada banigre dosata ranana baraba katile bovota laba sabraba baranda dibita voldoso ranama rebo katile sabrama maradande dorate sabrando rekata renana borobo saderiata randele bovo saparatati randele bovo sapra le ruta sarate sibi barrando durande Paramba akotoso Kida narane Hallelujah. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you. Asante Bwana. Now let me lead you in this prayer, nitawaongoza kwa maombi, which is a prayer of consecration. Ni maombi ambayo tutaomba. It's not to change anything, si ya kukubadilisha, but to consecrate your will to his will. Kwamba Mungu akapokea utukufu. Where you put your life on the altar. Unapoachilia maisha yako kwa madhabahu. I pray this prayer regularly. Na mimi huomba hili ombi mara nyingi. Because there will always be a pull to do something else. Maana kutakuwa na mwito wa kufanya jambo. And you have to know that you've been set apart. Na lazima ujue wewe umewekwa wakfu. And that this call is a holy call. Na huu mwito ni mwito mtakatifu. That man doesn't call you, God calls you. Wewe unaitwa kutumikia Mungu mtakatifu. The Bible says many are called but few choose. Maandiko inasema wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Which you could say few choose to obey the call. Wewe umechaguliwa. Because there is a price to pay. Lakini kuna gharama ya kulipa. Yes. Sometimes family won't understand. Wakati mwingine jamii yako hatakuelewa. What are you doing now? Watakuuliza unafanya nini wewe? And all those that will live godly in Christ Jesus. Na wote wataingia kwake Yesu. Will suffer persecution. Wewe pia utateswa. But you lay your life down. Maana lazima uweke maisha yako chini. Obey. Utii. Knowing that he's the rewarder. Ukijua yeye ndiye anayekupatia thawabu. Ya kwamba yeye atakulipa. Ya kwamba ile siku. You will hear him say. Utasikia akisema, well done. Umetenda vyema. Thou good and faithful servant. Wewe mtumishi mwaminifu. Enter thou into the joy of the Lord. Ingia katika mapumziko yake Bwana. So if you close your eyes and pray this after me. Kwa hivyo unapofunga macho ninakuombea sasa. Say, Father, tonight. Sema Bwana sasa. On this the 12th day of September. Siku hii ya 12 ya Septemba. I lay my life on the altar. Ninaachilia maisha yangu kwa madhabahu. And I commit myself to you. Na ninajipeana kwako. And I consecrate myself to you. Na ninajitakasa. You are the potter. Wewe ndiye mtengezaji wa chungu. I am the clay. Na mimi ni udongo. Mold me and make me. Nitengeneze uniunde. After your will.
nikifuatana na mapenzi yako. I will go where you want me to go. Nitaenda pahali unatamani nende. I will do what you want me to do. Nitafanya kile unatamani nifanye. I will say what you want me to say. Nitasema kile umeniamrisha niseme. I will be what you want me to be. Nitakuwa kile unatamani mimi niwe. Not my will, na si mapenzi but yako, yours be done. bali mapenzi yako itimie. So right now, Na kuanzia sasa, I yield my will ninaponya kisima to changu. your will. Naachilia kwa And mapenzi I yako. ask you Na nakuomba to take full control of my life. uchukue usukani wa maisha yangu. I don't belong to me. Mimi si wangu I belong mimi. to you. Mimi ni wako sasa. I'm yours. Na From this day, kuanzia leo I report to you. nitakuwa And I nakupa thank you ripoti for your leading, kwa mwongozo for your wako, guidance. kwa mwelekezi wako. I will follow you. Nitafuata wewe. Just speak the word only. Nena neno tu Bwana. And Lord, I thank you Na kushukuru Bwana. that I receive this now Anapokea sasa by faith na kwa imani yangu. in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Pokea sasa. That's it right now. Pokea sasa. That's it right now. Pokea sasa. That's it right now. Pokea sasa. Fire! Fire, moto. The fire. Moto. The fire comes on every person Moto unakuangukia sasa. that is consecrated. Ambaye amewekwa wakfu. Yes, yes, yes. Yes. Praise the Lord. Bwana Come on, sifiwe. keep on speaking in tongues. Endelea kunena kwa lugha. Come on, speak in tongues. Endelea kunena kwa Let the lugha. anointing flow. Wacha upako Let the utililike. Holy Spirit flow. Wacha Roho Mtakatifu Let the atililike. Holy Ghost flow. Wacha Roho Mtakatifu Come atembee. on, out of your belly Kutoka ndani ya tumbo shall lako flow rivers of living water. kutililika vijito vya maji yaliyo hai. Come on, pray. Endelea kuomba. These 2 minutes may make a difference. Hizi dakika mbili zitaleta May make a tofauti. difference in
your ministry. Italeta tofauti kwenye huduma yako. May make a difference in your life. Italeta tofauti kwenye maisha yako. Forget about everything. Sahau mambo mengine yote. Concentrate on him. Wewe angalia tu Bwana. Concentrate on him. Weka macho yako kwa Roho Mtakatifu. Let him do something great. Mungu anatenda kitu kikuu. Let him do something wonderful. Bwana atatenda kitu cha ajabu. Let him do something powerful. Mungu atatenda kitu cha nguvu. Let them do something miraculous. Bwana atatenda kitu cha miujiza. Let them do something powerful. Wacha atende kitu cha nguvu. Let the Holy Spirit start moving. Wacha Roho Mtakatifu aanze kutembea. Let the Holy Spirit start moving. Wacha Roho Mtakatifu aanze kutembea. Come on, talk to the Lord. Ongea na Bwana. Sometimes Jesus appear to people. Wakati mwingine Yesu anatokea watu. Others hear his voice. Anapo sauti yake. Others talk to him. Wengi wanapomuongelesha. So this is your time. This is your moment. Kwa hivyo huu ndio wakati wako. Come on, talk to the Lord. Ongea na Bwana. Talk to the Lord. Ongea na Bwana. Talk to the Lord. Ajiachilie kwa Bwana. If you have ever spoken in tongues, kama hujainena kwa lugha, you speak in tongues. Nena kwa lugha sasa. If you have ever sung a song, kama hujaimba wimbo, sing a song. Imba wimbo sasa. If you have ever cried to the Lord, kama hujaimulilia Bwana, cry unto the Lord. Wacha mulilie Bwana sasa. Just talk to the Lord. Muongeleshe Bwana. He's worthy. He's worthy. Yeye anastahili. He's worthy. Anastahili. He's worthy. Anastahili. He's worthy. Anastahili. His Holy Ghost is worthy. Roho Mtakatifu anastahili. He's here right now. Yuko mahali hapa sasa. To bless you, to touch you. Kukubariki, to minister to you. Kukuhudumia. To change your life. Kubadilisha maisha yako. He's holy. Yeye ni mtakatifu. Areboshete reboshite rebo. Ribazaga ragoshete reboshite rebo. Lord, visit Kenya. Lord, we pray for the church in Kenya. We pray for the nation of Kenya. We pray for the nation of Kenya. Dear Lord Jesus, we pray for the pastors, the preachers. We pray for the move of God. We pray for the gifts of the Holy Spirit. We pray for prosperity, for increase. We pray for knowledge. We pray for understanding. Gracious Holy Spirit. Gracious Holy Spirit. Gracious Holy Spirit. You are holy, you are mighty. You are powerful, Lord. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Hallelujah. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Move this evening. Let your spirit move. Lord, we are grateful. We are thankful for the message of your servant. Lord, from the well to the river. And Lord, you are moving among all of us today by the power of the Holy Ghost. You are removing sickness and disease. You are removing pain. You are removing suffering. You are removing diseases. You are removing everything. Oh Lord God Almighty, we give you praise, we give you glory, we give you honor, we give you might. You are holy, you are mighty, you are powerful. In Jesus' mighty name. Just join your hands together. There is one word heaven and earth speaks. It is called hallelujah. When you mention that name, that praise, the heaven responds, the earth shakes. So join your hands and raise your hands up at 21 times all over this place. Just shout hallelujah. And the power of the Holy Spirit will fall on you. It will fall on you. Your sickness will go. Your disease will go. Your confusion will leave. In Jesus' name. You are the one God has chosen for your family, for your home, for your generation. This is it.
Say hallelujah 21 times. Tutasema hallelujah mara 21. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord. Your kingdom come. Now lift your hand and just laugh. I'm telling you tonight is going to be your best night. Tonight is going to be your best night. You will dream dreams of vision. May the river of life flow through you. As the Lord is taking you to another level. And you're going to build on the same tomorrow. As the man of God will be ministering. Let me say this. Like the man of God said, that no power in hell can stop what God is doing in Kenya. It's the same thing. A week before, this Sunday, the other Sunday, a terrorist from this terrorist organization came to blow up our church. He came. If he had gotten his way through the gate and through the church, over 10,000 people were ready to come in and 10,000 were going out. We have four services on Sunday. And we didn't know. Out of there, they had to detonate it there. Because this was a live bomb.
But the Holy Spirit, lakini Roho Mtakatifu. And for about the whole of this year, I've been talking about the anointing. Na mwaka mzima nimekuwa nikinena juu ya upako. I've been teaching on the anointing. Nimekuwa nikifundisha juu ya upako. Those of you who see our ministry online, whatever, I've been talking about the anointing. Wale mmekuwa mkitazama mahubiri yetu kwenye mitandao, nimekuwa nikifundisha juu ya upako. And I spoke about the anointing. Na nikanena juu ya upako in the city called Nob. Katika mji unaoitwa Nob. It arrested an enemy of David and Israel. Ambaye iliweza kutia mbaro adui wa Betheli na Israeli. It arrested him. Iliweza kumtia baroni. He was spying on God's people. Yeye alikuwa anachunguza watu wa Mungu. Everybody who was with David, he could spy on them and let Saul know. Na wangeweza kuchunguza watu wa Mungu na kupeleka taarifa kwa Sauli. But there is a verse there, lakini kuna andiko moja pale, which says the man was arrested by the power of God. Inasema ya kwamba yule mtu alitekwa na nguvu za Mungu. This terrorist, huyu jambazi au jangili, had a gun and several magazines. Alikuwa na magazeti mengi. He had come to die. Alikuwa amekuja kufa. He made a mistake. Lakini alikosea sana. He came to a place of the anointing. Alikuja mahali penye upako. And he didn't know what to do. Na hakujua afanye nini. He lost ufahamu wake. He was arrested. Akaweza kushikwa. Now he has 7 anointing. Kuna upako hapa of the Holy Spirit. Kuna upako wa Roho Mtakatifu. So we are not here just because we want to come here. Hatuko mahali hapa maana tumetamani kuja hapa. Why am I here? Ni kwa nini nimefika hapa? Because I knew this is your time. Maana nimejua ya kwamba huu ndio wakati wako. This is your time. Huu ndio wakati wako. And so therefore, kwa hivyo sasa, whatever you do, chochote utakachofanya. I know sasa Ebush Bashir, he told you he has been touched. Amesema ameguzwa. How can someone come from Mombasa and be touched, and you who is in Nairobi, you are not? Inawezekanaje mtu atoke Mombasa aguzwe na nguvu za Mungu na wewe uliye Nairobi usiguzwe? You need to be greedy about the Holy Spirit. I know you to be greedy, but you need to be greedy in the Holy Spirit once in a while. Good food. Wanapotuletea chakula kizuri. And there's muungwana. Don't be a gentle lady. Usikue muungwana mama. Grab as much as you can. Chota kingi uwezacho. Are you hungry for the Holy Ghost? Uko na njaa kwa Roho Mtakatifu. You ask yourself, if a first lady, mama wa taifa, what does she want? Yeye anataka kitu gani? You tell me, what does she want? Nijibu, mama wa taifa ni kitu gani angetaka ambacho hana? What does she want? Mama wa taifa ni kitu gani anataka? If she can come and sit here, kama anakuja kwa mkutano na raketi pa morning and evening, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Now, what about me? Basi kuhusu habari zangu mimi mwenyewe. At least she has someone who drives her. Hakika yana mtu ambaye anamwendesha gari lake hapa. Why is she so hungry? Kwa nini ako na njaa sana? Because you think she's here maybe because of ABCD, maybe she's hungry, maybe she's looking for money, and she doesn't. Labda unaweza sema anakuja hapa, labda ako na njaa, ako na pesa. Why would she struggle to put anointings in
places like Eldoret and other places. Why? Kwa nini anang'ang'ania Why kuweka will she upako go maeneo kama out of her way? Eldoret? Listen, why does she go out of her way to travel? She called me out of Israel. Kwa nini yeye anatoka na kusafiri? Ameniita akiwa Israeli. Out of Israel. Kutoka Israeli. She said, Pastor, come with me. Let's talk to a man of God. There's a man of God who is coming. Akasema, mchungaji, njoo pamoja nami. Kuna mtumishi wa Mungu anakuja, tumnene. Why will she do that? Kwa nini atende mambo haya? No, saints, Wateule. there is a degree. Kuna kiwango au Jesus ujuzi. put it this way. Yesu akasema If I'm hivi. to help you, Kenya, Jesus said this. Yesu akasema hivi. If you are thirsty, Ikiwa una be fed. utalishwa. If you are naked, Kama uko uchi, you'll be clothed. utavalishwa mavazi. Bartimaeus cried out with a loud voice. Alipaza sauti yake akaitana. I know you Kenyans are very educated and very cultured. Na wewe uko na tamaduni, uko na elimu, uko na kisomo. But there are times Lakini kuna nyakati you have to break through. lazima uvunje. Amen. 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 There are times Kuna nyakati you ambazo have to put other things down. lazima uweke vitu vingine chini. I don't know whether you heard that when he was saying that touch your head. Sijui kama ulishika Touch your aliposema belly. guza kichwa chako na He uguze said the tumbo. river Akasema mto is not from your head. hautoki kwenye kichwa chako. You know the revelation I got? Unajua ufunuo ambao It's nilipata. not from your understanding. Sio katika ufahamu It's wako. not from your sight. Sio katika Neither your mawazo yako. education. Neither kisomo chako. The anointing Upako is from your hunger, because we feel hunger here. unatoka na njaa yako, maana njaa Hunger is here. njaa iko kwenye tumbo. Hunger is here. Njaa iko kwenye tumbo It's lako. not what you think. Sio kile It's ambacho not what unawaza. you reason. Sio kile It's not your unawaza. education. Sio elimu It's yako. not your status here. Sio kile ulicho nacho. It is out here. Ni huku ndani. Lift your hands. Say, I'm hungry for the Holy Nyosha Ghost. mikono yasema nina njaa kwa Roho Mtakatifu. You see, I'm hungry. Sema nina njaa. When you are hungry, you don't feel your hunger here. Unaposikia njaa hausikii kwenye I don't kichwa. want to preach. Sitaki kuhubiri. I don't want to preach. Sitaki nihubiri. I was just helping you. Nilikuwa tu nakutia moto. You don't feel hunger here. Hausikii njaa kwenye kichwa. You feel hungry here. Njaa ni kwenye tumbo lako. This is not my meeting. Huu sio mkutano wangu. Tunapokuwa na njaa, He will fill us. yeye atatulisha. Don't let tomorrow pass you by. Usiruhusu Don't let tomorrow pass you by. usiruhusu kesho ikupite. Don't let tomorrow come and go like any other meeting. Usiruhusu kesho ingie na iondoke kama siku nyingine yoyote ile. If you are hungry, Kama uko na njaa, you shall be filled. wewe utalishwa. You don't have to wait Sio lazima ungoje. even for him to touch you. Hata usingojee kuguze. As he ministers, Anapoendelea kuhudumu, somebody get filled. wewe jazwa tu mahali ulipo. Bartimaeus Bartimayo stopped a meeting. alisimamisha mkutano. Because when you stop Jesus, you have stopped the meeting. Maana ukisimamisha Yesu umesimamisha mkutano. May the Lord turn you into a well. Bwana kugeuze uwe kisima au chemichemi, And may you turn your well into a river. na ugeuze kisima chako kiwe mto unaotiririka. Lift your hand one more time. Nyosha mikono mara Say, nyingine Lord, tena. I'm hungry. Sema Bwana nina njaa.
I'm hungry, Lord. Nina njaa Bwana. I'm hungry, Jesus. Receive. Kesho kuja ukuwa tayari kupokea. Clap your hands to Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Chairman, thank you so much. Asante sana. So, endelea kumpigia Bwana makofi mazuri. Wow, simama tu mahali huko. Amen. Simama tu mahali huko. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tunafanya matangazo mawili. We'd like to make two special announcements. Tomorrow morning, kesho asubuhi, we have all pastors, bishops, breakfast at 6 a.m. Kesho asubuhi tuna kiamsha kinywa cha wachungaji wote na maaskofu saa 12 ya asubuhi. Here in the tent we shall have a meeting. Hapa kwenye hema kutakuwa na mkutano. And then we shall be the tent. After the tent we shall take some breakfast together before we come for the meeting. Baada ya tent tutakuwa na kiamsha kinywa pamoja, alafu tutakuja mkutano. We want to have a time of impartation alone. Tungependa tuwe na kuwezekewa sisi wachungaji peke yetu. All the pastors and bishops. Wachungaji wote na maaskofu. So members don't join us that time 6 a.m. Kwa hivyo washirika wasikuwepo saa hiyo saa 12. The workers you come and relax somewhere up there. Watenda kazi mtakuja mtulie pale mbele tu. Ili tukipiga cartwheel tunapiga cartwheel peke yetu. Ili wachungaji wakianguka waanguke kama hamuoni. Tutashikana wenyewe. Sisi wenyewe tutashikana maashas kundani. Are you there? Tuko pale. And then at 8 we shall start our meeting. Alafu saa 2 kamili tutaanza mkutano wetu. Langisa will make the final announcements. So tell other pastors, tell other bishops, talk to them, but let our coordinator Langisa make all the announcements. Kwa hivyo wafahamisha wachungaji wengine na maaskofu, alafu namruhusu askofu Langisa akaendelea na matangazo mengine. Amen. Let's appreciate our bishop, our chairman. Naomba tumpigie askofu wetu na mwenyekiti wetu makofi mazuri. Quick one, just as you stand, because this is also very important. Tumesimama hivyo usiondoke mahali ulipo tafadhali. Just give me 1 minute. Kwa dakika moja tu usiondoke. We would like the people who gave their life to Christ. Tungependa wale watu waliookoka leo. We would like to put you into a list of prayer. Tungependa kukuingiza kwenye orodha ya maombezi. So that we can be able to pray for you. Na ili tuendelee kukuombea. Please come behind. Kwa hivyo njoo hapa nyuma ya hii hema. After this, baada ya kumalizia hapa, all our workers na pia watenda kazi wote who are here right now, ambao bado wako hapa, after this, baada ya ibada, let's all come in front. Naomba zote tukusanyike hapa mbele. The Lord be with you. Bwana awe pamoja nanyi. The Lord keep you. Na Bwana awasimamishe. And now may the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Thank you. See you tomorrow. Asanteni, tuonane kesho. Amen. Amen. All our workers to come watenda kazi wote njooni hapa kwa madhabahu. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. The people who are getting saved, go to the tent. There is a tent behind here. Wale watu wote wameokoka, ingieni kwenye hema iliyo nyuma ya hii hema kubwa. We'll be able to attend you. Na tutaweza kuwashughulikia. Amen. You are awesome. Hallelujah. Wote waliokoka tangu asubuhi hadi saa 8 wote waingie hema. You are awesome. Awesome God, you are. Yes, Lord, you are.